Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Yesu anaweza. Yesu ni yule jana leo na milele. 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 Yesu anabamba Yesu anaponya. Yesu anabamba Yesu anaponya. kama unajua anabamba wewe rinda kidogo wewe cheza Bwana cheza mikono yako juu. Peperusha mikono yako kwa Yesu. Nani anataka kuruka na mimi dawe? Nyinyi watu hapana jua kudansi. Nyinyi watu hapana muziki wa Yesu jamani. Ai, itamu sana.
Asante. We glorify the name of God. Tunalikuza jina Bwana. Just remain standing. Baki kama bado umesimama. Because we need to ask God for permission. Kwa sababu tunataka kuomba Mungu ruhusa. We need to ask God for permission. Inatubidi tuombe Mungu ruhusa. To be in this place. Ili tuwe mahali hapa. And even to speak to the people of God. Na hata kuongea na watu wa Mungu. Because it's very important. Kwa sababu ni muhimu sana. We don't just do things. Hatufanyi tu mambo. We need to seek permission. Inatupasa tuombe ruhusa. Because our God in heaven. Kwa sababu Mungu wetu juu mbinguni is looking for a people anatafuta watu that are ready to seek him, ambao wako tayari kumtafuta, that are ready to walk with him, wako tayari kutembea na yeye, that are ready to acknowledge, wako tayari kutambua that they got no power, ya kwamba wana nguvu. It is him only that has power. Yeye tu ako na nguvu. Let me tell you one thing. Wacha nikwambie jambo moja. Long time ago, wakati mwingine long time ago, zamani kabisa, when I was in Mukuru kwa Ruben, wakati nilikuwa pale katika Mukuru kwa Ruben, I was selling bangi, nilikuwa nauza bangi, changa, and the miti ni dawa, na miti ni dawa. I used to sell mutura, nilikuwa nauza mutura, and all these things. Haya mambo yote, when I was doing this, I was also in a gang. Kama ni wakati nilikuwa nafanya hayo, nilikuwa katika kundi. I was also in a gang. Nilikuwa katika kundi, genge, a gang that was for thieves. Ngege ambayo ilikuwa ya wezi. We used to go to the industrial area. Tulikuwa tunaingia pale industrial area and steal from the Indians there. Na tunaibia Wahindi. We will break in the night. Na tunavunja usiku. Then we go sell our outfits. Na tunaenda tunauza vitu. Then from there, alafu kutoka pale, we will go back to Mukuru kwa Ruben. Tungerudi Mukuru kwa Ruben. We were kept by women. Tulikuwa tumewekwa na wanawake. We had money. Tulikuwa na pesa. We had a lot of things. Tulikuwa na vitu vingi. But we were kept houses that belongs to women. Lakini tuliweka katika nyumba zao. We never had our own houses. Hatukuwa na nyumba zetu. Then we used to call ourselves mifugo. Alafu tulikuwa tunajiita mifugo. Because we were fugward. Kwa sababu we were kept by women. Na wanawake. Why did we want to be kept by women? Mbona tulikuwa tunataka kuweka na wanawake? Because we didn't want where the police can identify us. Kwa sababu tulikuwa tunataka mali askari asitupate. We didn't want where the police can find us. Hatungejutaka tupatikane. Because once you are in Wangari's house, kwa sababu ukiwa katika nyumba ya Wangare, you run to Joki's house. Unaingia katika nyumba ya Njoki. You go to Elizabeth's house. Unaingia katika nyumba ya Elizabeth. You go to Joyce's house. Unaingia katika nyumba ya Joyce. One day at a time. Siku moja baada nyingine. One day at a time. Baada siku moja you move from one house. Unatoka nyumba moja to another house. Katika nyumba nyingine. Seeking refuge. Ukitafuta to hide there. Mahali because the police are looking for you. So askari wanatutafuta. And they know you are a thief. Na wanajua. And any factory that we went. Na kila factory tuliingia. The police knew. Polisi alijua. Which group went to which factory. Ni kikundi gani? So they exactly knew. Kwa hivyo walijua who went somewhere. Who went where? Ni nani alienda wapi? And they will come be looking for you. Na waenda pale kukutafuta. As they were looking for you, walipokuwa nakutafuta, you keep shifting from one woman to another woman. Hama kwa nyumba moja hadi nyingine. And that is why I have so many children. Na hivyo ndio mimi niko na watoto wengi. And I'm proud of that. Na ninafurahia hayo. Because they are not a mistake. Kwa sababu sio kosa. They are a security. Ni ulinzi. They you know sit a bit. Keti kidogo. Sit a bit, I tell you something. Keti kidogo nikwambie jambo. Not every child, sio kila mtoto is a child, ni mtoto that has come because of iniquity, ambaye imekuja kwa sababu ya kosa dhambi fulani. Maybe somebody they say, ama mtu anasema that this child kwamba huyu mtoto was born out of wedlock. Alizaliwa nje ya ndoa.
or this child ama huyu mtoto was born alizaliwa out of not in marriage. nje ya ndoa. So we need to cast out these Kwa children. hivyo inatubidi tutupe huyu mtoto. Children are different. Watoto ni tofauti. They are those who are found Na wale wanapatikana because the mother had gone for prostitution kwa sababu mama labda alienda kwa ukahaba, and because she was unable to protect herself, na kwa sababu hakuwa anaweza kujilinda, something just kujikinga, happened kitu and kilikatokea, the baby came. mtoto akakuja. There is another baby. Kuna mtoto mwingine, You lost your husband, umepoteza mume wako. or may not let me not use that Wacha example. nisitumie huu mfano. You were stranded somewhere Ulikuwa umekwama mahali fulani and you didn't know where to go. na hukujua uende wapi, Then somebody came. alafu mtu akaja, This gentleman you see here huyu came mwanaume and akaja he helped you. akakusaidia He gave you a place. ili upate mahali, He paid maybe for your rent akakulipia kodi because you had been thrown out of kwa the sababu house. ulikuwa umetupwa nje ya nyumba. The family threw you out of the house. Familia walikutupa nje ya nyumba, Nobody wanted you. hakuna mtu angekutaka. Therefore, a man came Kwa hivyo mtu akaja and rescued you akakukomboa, and took you somewhere akakupeleka where mahali you had a shelter. wakati ulikuwa na Then nyumba. this man Alafu huyu mwanaume decided to provide some food for you akaamua kupeana chakula and the clothes. na nguo. Then this man went. Huyu jamaa akatoroka. After 3 or 4 years, Baada ya miaka minne, the man comes back huyu jamaa anarudi, to find already you settled, anakupata tayari ulikaa you have umetulia, a home, uko na boma, and you're just looking for that man that can and stay with you, unatafuta tu yule mwanamume ambaye anaweza because you need a man in your kwa sababu house. unahitaji mwanaume katika You need a maisha, husband in your unahitaji house. mume, And you've looked all over. na umetafuta pande zote. No man Hakuna who mwanaume can do what this man did, ambaye anaweza fanya kile huyu jamaa because he alitenda, never did this kwa sababu kufanya with haya an intention of having something. na nia ya kupata kitu. He just did it as a humanitarian, Alifanya tu kama like a mwanadamu, human being, kama mwanadamu, just to help you. kusaidia. Then this woman decides, Alafu huyu mwanamke because anaamua, of what this man kwa did, sababu kile jamaa huyu amenitendea, this woman decided to say, huyu mwanamke anaamua kusema thank you. asante, And in the thank you, na kwa kusema a asante baby comes. mtoto anatokelezea. So this is a baby Sasa ni mtoto called thank you. wa kutoka kwa asante. It is not a baby Sio who mtoto came because of iniquity. ambaye alikuja kwa sababu ya He came dhambi, because of thank you. alikuja kwa sababu ulisema And these asante. babies, Na huyu mtoto, they are the people who have thrived in this world na ndio wale wameendelea sana katika because they ulimwengu huu, are thank you. kwa sababu hao ni asante. God bless you. Mungu awabariki. Father, we thank you. Baba, We tunakushukuru, honor you. tunakuheshimu, We worship you. tunakuabudu. You are such a wonderful king. Wewe ni mfalme wa ajabu. We kneel before you. Tunajua bila wewe, We bow before you tunainama mbele that zako you may use me ili uweze kunitumia for the purposes of your kingdom. kwa kusudi la ufalme wako. Only that. Utuongoze. That is what I seek. Hiyo ndio That natafuta. use me Nitumie for the purposes kwa of kusudi your kingdom. la ufalme wako. Somebody say amen. Mtu sema amina. Thank you. Asante. Today I'm going to be a bit controversial. Leo nitakuwa For those who know me, sitaeleweka sana kwa wale for wananitambua. those who know me, Kwa wale wananijua, they know me when I start a topic. wanajua nikianza somo You need to understand that topic because that is the direction I'm taking today. inakupasa uelewe, kwa sababu huu ndio mwelekeo I nataka know so many upate. people will say that is wrong. Watu wengine watasema ni vibaya. Veronica from Canada will tell me that is wrong. Veronica kutoka Canada atasema ni mbaya. Otiato from America will say that is wrong. Otiato kutoka Marekani atasema There is mbaya. no thank you child. Hakuna mtoto wa asante. Margaret from wherever she is, she will say that is wrong. Margaret popote anasema ni Because mbaya. there is no thank you child. Maana hakuna mtoto wa But asante. I want to say this. Lakini ningependa niseme haya. Every child Kila mtoto is on this earth katika ulimwengu huu with a purpose. ako na hapa. There is no child that is not with a purpose. Hakuna mtoto ambaye hana That is kusudi. why every one of us, Ndio maana kila mmoja wetu we have a destiny. tuko na And timio. our destiny, na siku it zetu is za mbele. God who knows the Ni destiny. Mungu ambaye anajua Me, siku I zetu za never mbele. knew that one day I will be a chokora. Mimi sikujua siku moja nitakuwa chokora. My father is not poor, Baba yangu sio and my maskini. mother was not poor. Mamangu hakuwa maskini. We were a moderate family. Tulikuwa watu ambao hapo But katikati. I found myself Lakini nilijipata being a street boy. nilikuwa katika Not barabara. because I had not gone to Si school. kwa sababu sikuenda I shule. had gone to school. Nilienda I shule. was one of the best in school. Nilikuwa bora I shuleni. never used to attend classes, Sikuwa naingia katika but madarasa. I used to be number one. Lakini nilikuwa namba I never moja. used to love teachers, Sikuwa
afadhali nikose walimu. I will go. I used to. I was taken to a day school. Nilikuwa na katika shule za kwenda na kurudi. And I had when I was in Form 2. Wakati nilikuwa katika Form 2 kidato I cha pili. had a car wash in Molo. Nilikuwa na car wash Molo. And I also selling marijuana. Nilikuwa nauza marijuana. While I was in school. Akiwa shule kidato cha I pili. was a businessman already. Nilikuwa mtu wa biashara. That is why you find me. I am always a businessman. Ndio maana unaona mimi ni mtu wa biashara kila wakati. Are you here? Uko hapa? I didn't see you. Hi man. Sikukuwa na hai. Yes, mambo. Ndio mambo. You are in. Uko hapa? So this happened to me. Kwa hivyo haya yalinifanyia. That while in school, ya kwamba nikiwa shuleni, I was still doing business. Bado nilikuwa nafanya biashara. The funniest of the funniest things. Mambo ya kustajabu. I didn't have notes. Sikuwa na vitabu. I never used to write notes in class. Because I never used to attend classes. Kwa sababu sikuwa naingia katika madarasa. But during the exams, lakini wakati wa mtihani, I will become number 1. Ningekuwa namba 1. I don't know why. Sijui ni kwa nini. I don't know why, because anything will come. Sijui kitu kinikuja. In those days, wakati huo, I will hear somebody giving me the answer. Ningesikia mtu ananipatia jibu. And then most of the people called me Noriega. Na watu wengi waliniita Noriega. Noriega is the former president of Panama. Ni president of Panama. Emmanuel Antonio Noriega. Okay. Emmanuel Antonio. He is in jail right now. Ako katika gereza. Yes, because of drug trafficking. Kwa sababu ya dawa ya kulevya. Why they used to call me Noriega? Is because I was a drug trafficker. Kwa sababu nilikuwa nauza dawa ya kulevya. In school. Katika shule. And it happened na ikafanyika when those days ID cards, the people for ID used to come to school. Wakati watu wa kitambulisho walikuwa wanakuja katika shule. And they came to asking for the form 3s, those who want to register for the ID cards. Walikuja wakuuliza watu katika kidato cha 3 wangapi wanataka kupata kitambulisho. Mimi sikuwa shuleni. When these men came. Wakati hao majamu walikuja. So one of my classmates, kwa hiyo hao mmoja wa asked what is the other name of this gentleman? Waliulizwa jina la huyu jamaa mwingine ni anaitwa nani? Then they said they know Hezekiah. Wakasema Hezekiah. And they know Waroinge. Wanajua they were asked for the third name. Waliulizwa jina la 3. And they said we know him, Noriega. Wakasema Noriega. Then that is how my name entered into the ID. Hivyo ndio jina langu iliingia katika kitambulisho. I am Hezekiah Waroinge Noriega. Mimi naitwa Hezekiah Waroinge Noriega. You know me as Ndura Waroinge. Nyinyi mnanijua kama Ndura Waroinge. And this is because na ni kwa sababu the nature of life, hali ya maisha I was living. Nilikuwa naishi. I had my own extraordinary life. Nilikuwa na maisha yangu ingine. A life that was not like others. Maisha ilikuwa kama ya wengine. I have my sister here. Nilikuwa na dada yangu hapa. Who used to beat me. Alikuwa ananichapa. Because I used to be a notorious boy. Kwa sababu nilikuwa msumbufu. And she could beat me like she wants me dead. Na alikuwa anataka kunipiga karibu animalize aniue. She will beat me every day. Angenipiga kila siku. She will just look for us problem so that she beats me. Alikuwa anatafuta kosa tu ili anichape. I hated her. Nilikuwa nachukia. Because she used to beat me. Alikuwa ananichapa. She never beat me because I was good. Angenipiga kwa sababu nilikuwa mzuri. Because I will end this problem on happening around. Kwa sababu shida kosa lolote. If anything was stolen in some in our neighbor's house. Hata kwa majirani. The chances will be. Nafasi I will be found with it. Ni mimi nitapatikana na hayo. If money disappears from the house. Pesa ikipotea kwa nyumba. Chances is. Inawezekana. It will be found in my pocket. Itapatikana kwa mfuko yangu. So they were trying to discipline me. Kwa hivyo walikuwa wanataka kunitia adabu. The problem is they never understood me. Shida ni hawakunielewa. I was a businessman. Mimi nilikuwa mtu wa biashara. So wherever I will find something that is not producing money, popote ningepata kitu ambacho I will turn it to produce money. Ninakuwa nageuza iwe pesa. That is the mistake they did. Hiyo ni makosa walifanya. Hawakunitambua, hawakunielewa. Today I want to talk about somebody called Constantina. Leo nataka kuongea kuhusu huyu jamaa anaitwa Constantine. And possessing your possession. Na kumiliki possessing your possession. Kumiliki miliki yako. Miliki yako. Asante. Thank you very much. Asante. And how do you possess your possession? Na jinsi gani unapata kumiliki miliki yako? And how do you know that you have a possession to be possessed? Ni vipi utapata kuelewa ya kwamba uko na urithi? How do you know that you have something in you? Je, utajua kuna nini ndani yako? How do you know that you have an authority in you? Utajua kuna mamlaka vipi ndani yako? When I was in primary school, wakati nilikuwa katika kitabu we had in primary school, nilikuwa katika primary school,
we had some tribal clashes. Tulikuwa na madarasa zingine ambazo zina Tribal clashes. Kulikuwa na vita za where Kalenjins and the Kikuyus were fighting each wakati other. wa Kale na Wakikuyu walikuwa wanapigana. There in Molo and in Keringet and in Lurngureni. Kule Molo pia. And the people killed each other. Watu wakauana. The Kalenjins planned to come and evict us from our lands. Wakale walipanga kututoa katika shamba letu. We just decided we are going to resist. Tukaamua tu tutakataa. That we are not going to allow these people to evict us. Ya kwamba tutawaruhusu watu watutoe. Because we knew we possessed this land. Tulijua tumemiliki nchi. We found ourselves in this land. We found our fathers in this land. And our fathers fought for the freedom of this land. Therefore, we were not in Molo by mistake. Our parents wanted to run away from Molo. But we said we are not going to run away. And the time we were saying so, we were young boys. Then I was 17 years old. But we said we cannot run away. We said we are going to confront these people. The elders that were there also supported us. And they said we are not going to run away. And we fought that battle. We won the battle. And they said our land, we can never leave it. We are going to remain here. That is how to understand that you have got something that needs to be nurtured. Because I told young men, we are not going to run away. Our parents were so shocked. They were so disturbed. Because I was young and we were young, and the people who were coming to attack us were bigger than us. They had arrows, they had guns, they had pangas, they had everything. We didn't have anything. We were carrying stones to go and face somebody with a gun, somebody with a spear, somebody with an arrow. We had stones. Tell your neighbor, you don't need much power. You need just a stone. You don't need a power. You don't need a gun. You need a stone. An anointed stone. An anointed stone. That is all you need. When David approached and he was told about Goliath, he was told this is a dangerous man. He said, I'm going to confront him. I am going to attack him. And his own brothers asked him, are you in your normal status? Are you okay? What is this are you talking about? Are you okay? His own brothers. Even the father questioned about this guy. What are you thinking? What are you saying? That is your father. That is your brother. Now come to society. They came and asked him, are you in your mind? Do you think you are doing what you're supposed to do? Then he said, yes, I know. I know who I am. Tell your neighbor, I know who I am. I know who I am. Look at your neighbor. Just look at them. I know who I am. That is that David had. When you know the beginning of possessing that which is yours, it is when you realize who you are. When you know who you are, there's nobody who will rise against you. And you will never see a giant before you. You will never see anything that can obstruct you. You will conquer them. You will win battles. You will destroy them. And after the family and after the society, now come the giant. And he looked at David and he said, what is this dog doing? This ragged, this wretched. What do you think? He could not even look at it. Because this guy was a giant. And a small thing is coming before him. That is how we need
to see our problems. Hivyo ndio inatupasa tuangalie shida You zetu. look at your problem from the level of a giant. Angalia shida yako kama jitu. You look at that small problem as in a level of a giant. Unaona shida yako kama jitu. You see the accusations against you in Unaona the level of a giant. Mashtaka mbele yako kama kiwango cha jitu. You look all around you as the level of a giant. Katika kiwango cha jitu. You don't dismiss those people. Hawatoi You don't dismiss challenges. Hautawatoa changamoto. Because you don't know why they were brought to you. Kwa sababu hujui ni kwa nini Because if you downgrade the challenge, kama ungetoroka changamoto, and this challenge was meant to come and lift you up, na labda hili changamoto lilikuja and you kukuinua, put down the challenge, na uweke changamoto chini, you are not going to go up. Hautapanda juu. Magnify every challenge. Kuweka changamoto. If they say you are stupid, wakisema wewe ni mjinga, just look at them as bigger people saying you are stupid. Waangalie kama watu ambao wanasema ni If they say you are going nowhere, wakisema uendi popote, just look at them and see you are going nowhere. Waangalie na useme uendi popote. And accept with them you are going nowhere. Na kubaliana nao vile because you have nowhere to kwa go. sababu hauna penye pa kutorokea. And when you look at the problem from that level, na ukiangalia shida katika kiwango hicho, you lift up your God. Unainua Mungu because you tell God, kwa sababu unamjua this problem I cannot defeat. Siwezi nikashinda. These enemies are bigger than me. The power ahead of me, authority ahead of me is bigger than me. But I know God. I know God. If you come into my problem, if you come into my challenge, this is not a problem. You will have lifted your God. You will have amplified your God. And that is what God is looking at. When you are faced by a challenge, wakati umekumbwa na changamoto, look it as a small challenge. Uangalie kama changamoto because when you see it, it's small. Maana ukiona kama ni ndogo, you will go tackle. Unaweza enda na kukumbana nayo. You will go trying to tackle the problem. Utaenda ujaribu kukumbana nayo. Because you are going to win. Lakini kwa sababu unataka kushinda, you are a blessed child, kwa sababu wewe ni mtoto mbarikiwa, you will get out of the place. Utatoka hapo saying, ukisema, I did it. Si nimefanya. You see, I am clever. Unajua ni mimi ni mwerevu. I am smart. Mimi ni, it's me who did it. Ni mimi nimefanya. It is me who conquered them. Ni mimi nimewashinda. You see, when I went there, unaona wakati nilikuwa mdogo, when I went there, wakati nilienda pale, they were defeated. Walishindwa. But the moment I went there, lakini nilipoenda pale, the battle was won. Vita ilishindwa. So it is me. Kwa hivyo ni mimi. That is how you lose. Hivyo ndio unapoteza. That's how you lose. Hivyo ndio unaweza kupoteza. The presence of God in you. Uwepo wa Mungu ndani yako. Always. Unahitaji kila wakati. Bring the presence of God. Kuwa katika uwepo wa Mungu in your life. Katika maisha yako. And by bringing the presence of na God, kuleta uwepo wa Mungu maishani mwako, you becoming small. Ni wewe kushuka and chini. letting them become. Na wacha wewe kubwa. You become small. Wewe unashuka kwa and you let them become big. Na wacha hizo zikae kubwa. If they say you are bad, wakisema wewe ni mbaya, don't argue with them. Lakini if they say you are awkward, wakisema wewe ni don't bure, argue with them. Usibishane if they say you are a prostitute, wakisema wewe ni kahaba, don't argue with them. Usibishane na yote. If they say anything about you, don't argue with them. Usibishane nao. Don't take responsibility. Don't take charge. Usichukue majukumu. Allow God. Ruhusu Mungu. Ruhusu Mungu achukue utukufu. Ruhusu Mungu. Huyu Mungu ni mwaminifu. Huyu Mungu ni wa nguvu. Huyu Mungu ni moyo. Hakuna kila kitu. Ukitembea na mikono yako, usione jinsi ulivyo. Maana Mungu akona mipango. Mungu akona sababu. Mungu akona njia mbele. Atakufanya kuwa mkubwa. Anaambia watu, ready? Na anajua anawapeleka katika jangwa. Na anawaambia, nitakuwa pamoja nanyi. Sitawaacha. Sitawaacha. Nitakuwa nawe. Wewe utajua vipi ako pamoja na wewe? If you don't allow him kama hujamruhusu to take you through, kukupeleka, how will you know utajua that he will be with you? ya kwamba yeye atakuwa pamoja na wewe. Do not
go shortcut. Kwa hivyo usina njia Allow the mkato. process of God Ruhusu njia za Mungu to process you, ili akutengeneze. for you to become ili wewe that which he planned you to kile be. ambacho alikuwa When amepanga uwe. one day when I was a chokora, Siku moja nilipokuwa chokora, somebody, my sisters here, dada yangu wako hapa. is this sister you see Huyu here, dada mnamwona she hapa. was selling githeri down here Alikuwa anauza githeri pale chini. around Muthurwa, somewhere in Hapo tu Muthurwa. karibu Mudhuru. So show also. She saw me. Yeah? See, no. Aliniona. Alini. See? Saw you. Show. See? She saw you. She saw. See? She saw you. She saw me. She saw him. And then she called me. Then akamuita. She bought me githeri, Alininunulia githeri. the one that she was selling. Kile ambacho alikuwa anauza. And she asked me, Akaniuliza, where did you go? wewe ulienda wapi? I told her, Nikamwambia, we are just around. tulikuwa tu humuhumu. We were just around. Tulikuwa tu humuhumu. I had come to OTC. Nilikuja hapa UTC. I didn't tell her, Sikumwambia and I've never told na her. sijawahi mwambia. We had gone for the mission Tuliingia katika misheni of pickpocketing people. ya kunyang'anya watu. And we tried our luck. Tulijaribu And nothing worked that na day. kuna kitu kilifanyika. And we were hungry. Na tulikuwa na It is njaa. not that I had not seen her. Siti kwa sababu I sikuwa knew nimemwona. where she was. Nilijua ako I wapi. will always pass by and see Ningepita her. pale hiyo But I will area. not want her to know me. Lakini singetaka Because nijue. sometimes I was wearing my compact. Kwa sababu wakati mwingine nilikuwa navaa When you have a hizo glue, hizo nguo zake. When I have a glue Nikiwa na gam and a gunia, na niko na gunia. you will not want your family member to know. Aungetaka kupenda jamii yako So wakujue. that day we were hungry. Usiku tulipata I njaa. told a colleague, Nikamwambia rafiki yangu, let's pass by. hebu tupite I hapa. know where we can have Najua ni lunch. mahali tutapata Then we went chakula. there. Tukaenda pale. And we had our lunch. Tukapata mamkuli. Then I said bye. Nikasema I kwaheri. went back. Nikarudi tena. After the lunch, Baada ya mamkuli. Baada ya mamkuli. down there, Pale chini. we turned a box. Tukapata jamaa. We turned a box. Tukapata boxi. We bought a box. Tulinunua boxi. A box this size. Eh. Then we had cards. Alafu tulikuwa na bunduki. No, not guns, a card. The card. This hii ni ya pesa. Box. Na hii ni ya pesa. Money Have you of the ever seen box, that? yes. Not the money of the box. Hii ni pesa. Karata. Karata. Hii ni ya pesa. Na hii si ya Unaelewa pesa. hiyo? Hii ni ya pesa. Hii ni ya pesa. Na hii si ya pesa. And this not for money. Na hii si ya pesa. And this for not for Sasa money. nitatembeza vizuri. Angalia mama, nitatembeza vizuri. He began gambling, doing gambling. Nitatengeza tena. Then I'll move this way, this way, this way. Upande Then huu, upande huu. show me Alafu nionyeshe. which one for money. Which one? Ni Then gani ya pesa? you'll press this one. Alafu tafinya Open. bonyeza. Hii siyo ya pesa. Na kuonyesha hii si ya Then I pesa. pocket your money very quickly. Alafu nachukua pesa yako haraka. That day, Hiyo siku I made 10,000 nilitengeneza after 10,000 eating githeri. baada ya kula githeri. Praise be the name of God. Bwana jina la There Bwana are bariki. things that will come. Kuna mambo There yatakuja. are things that will happen to Kuna you mambo yatakutokelezea. when a family member Wakati mtu wa jamii blesses you anakubariki because he said, kwa sababu God anasema bless you. alisema Mungu And akubariki. we went Na tulienda and we were na blessed. tulibarikiwa. It doesn't matter how. Haijalishi ni It vipi. doesn't matter how we did Haijalishi it. vile tulifanya. Just as Sarah Kay says, Na vile anasema I don't know. mimi sielewi. I don't know Sijui how I am here. vile jinsi What nilivyo. I know, Kile ambacho najua God was involved Mungu for me to alihusika be here. ili niwe hapa. Even this ministry, Hata huduma I hii don't know sijui how I was in the ministry. vile nimekuwa I katika huduma. never intended Sielewi. to have this Siku microphone nataka kuwa na to kipaza preach sauti. this word, Kuhubiri to injili. preach to you. Kuhubiri I kuhubiria. never intended to have a church. Sikutaka I kuwa never na intended to kanisa. have anything. Sikutaka kuwa na I just lolote. didn't want. Mimi sikuwa nataka. Even my sister, Hata dada yangu just the other day, siku hivi that is when she agreed that I juzi am ndiye saved. alikubali ya kwamba Because they nimeokoka. never believed in me. Huyo dada huyu They hakuwa knew, anakubali they knew ameokoka. I was a criminal. Walijua huyu ni A dangerous criminal for ni that mtu matter. hatari. And they used to know I am a liar. Walijua mimi ni 24/7 I'm lying. Masaa 24. It took them time Iliwachukua muda for me to preach ili mimi nihubiri. and for them to agree Na ili hata hao wakubali that I'm a ya preacher. kwamba wewe ni mhubiri. Tell your neighbor,
Possess. Ambia jirani yako miliki. Your possession. Umiliki wako. Possess. Miliki. It doesn't matter. Haijalishi how you will go through. Jinsi utapita. It doesn't matter. Haijalishi who will come through you. Nani atakuja kwako. It doesn't matter. Haijalishi how they will say about you. Vile wataongea juu yako. It doesn't matter. Haijalishi how they will talk about vile you. wataongea. What matters Kila ambacho it is inajalishi to possess kumiliki your possession. Miliki yako. To possess kumiliki your possession. Urithi wako. In the book of Joshua. Katika kitabu ya Yoshua. Wow. In the book of Joshua. Kitabu ya Yoshua. Chapter number 3. Tatu. Somebody to read to give us on the screen. The book of Joshua. Yoshua sura ya 3. Chapter number 3. Mlango wa 3. My brother, where do you go to church? Do you have somewhere you go to church? In Kisumu? No. Raila died. You can shift now. We took over the spirit of Raila. Amen. We broke it, we destroyed it. Amen. You will never see Raila again. Amen. Did you notice that? Where were you when we were doing that? You watch it online. What did you see? So, breaking altars and stopping that spirit. Did you see the results? How many of you saw the results of what we did here on Sunday? When they were transferring the power to the son, wakati walikuwa wanapeleka nguvu the son was given a spear, mwanawe alipewa mkuki and a bow, na ngao, and a kofia. Na kofia. This is kofia is the crown. Ile ndio of the kingdom. Ya mfalme. The spear, mkuki, it is the weapon. Ilikuwa ni silaha. That he will be destroying the enemies. Ya kwamba atakuwa anakumbana na madui. And the bow, na ngao, was to protect him. Ilikuwa ni kumlinda. Now when he started, wakati alianza, they came saying joy. Akasema joy. 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 The kofia went down. The crown went down. Ikaanguka chini. The crown went down. Hiyo ikaanguka chini. And there was this spiritual leader. Na kulikuwa na huyu mtu kiongozi mwingine. Fly whisk. Na whisk. The fly whisk also dropped down. Ikaanguka chini. So the transfer, kwa hivyo hiyo uhamisho was cancelled. Iliharibika. Was cancelled from this altar. Iliharibiwa katika hii madhabahu. When I was calling people down here. Wakati nilikuwa naita watu hapa. When I was calling wakati nilikuwa nanyang'anya watu down here, huku chini. When I was stealing in the industrial area, wakati nilikuwa naiba pale industrial area, when I was a robber, wakati nilikuwa mnyang'anyi, I never knew, sikujua that one day, ya kwamba siku moja I will be involved, nitakuwa in changing the dynamics of this ya nation. kubadilisha uhamisho. I never knew, sikujua that one day, ya kwamba siku moja, I will speak a word nitanena that neno can change this world. I never knew, sikujua that I can prophesy, ya kwamba naweza tabiri, and the prophetic word come to be fulfilled. I never knew, sikujua that I can preach to people, that you can come and sit down here and listen to me. I never knew, that I have a potential. I never knew, that I have something to possess. You may be empty now. Pengine uko upweke bure. You may be empty. Pengine uko hauna chochote. You got nothing. Hauna chochote. They are saying that you are useless. Wanasema wewe ni bure. They are saying that you have nothing. Wanasema hauna chochote. Don't worry. It is this time. Ni wakati huu. It is this time. Ni wakati huu. That you don't have anything. Ya kwamba hauna. Tomorrow. Kesho. It is your day. Ni siku yako. Tomorrow. Kesho. It is your day. Ni siku yako. I never thought one day I can sit with the president of the Republic of Sikujua kwamba siku moja nitaketi na rais. I never thought that I can make a decision for the country. Sikudhania kwamba naweza toa kauli kwa sababu ya taifa. A rugged boy. Mimi nilikuwa tu kijana tu. A wretched boy. Kijana ambaye amedharauliwa. Alikuwa amechafuka. You know, there is a time I will sit down. Kuna wakati ningeketi chini. I will sit down. Ningekaa chini. Then start the job of killing the is it jiga? Chawa. Is that what? Yeah? Jigas. Lies. They are called lies. Lies. Not jigas. Kuna wakati angekaa chini na aanze kuzifinya hizo vitu. I will sit down. Ningekaa chini and start killing one by one. Na nianze uua chawa moja baada ya mwingine. Kwa sababu there were many. walikuwa wengi. If you noticed when I came there, ukitambua wakati nilikuja kule, my shirt was upside down. Shati langu ilikuwa ndani nje. Because there were two men, they were eating me. Kwa sababu walikuwa wengi wanani. So I turned the shirt upside down. Kwa hivyo niligeuza shati. And because they live along
the trail lines, na kwa sababu wanaishi hapo karibu so hapo, I turned them to out kwa hivyo niligeuza nje ili ziende nje, because they were really disturbing kwa me. sababu zilikuwa zinanisumbua. Every time you see me this, Kila wakati ungeona ninafinya finya, every time you see me kila this. wakati ungeniona nikijikuna kuna. And also there are this one, Na kuna hizi za they nywele, are black. hizi nyeusi, They are black. For the head they are black. nyeusi. For those who doesn't know, for the head they are black. Wale wajui ni And those nyeusi, that deals with the body they are white. na wale zile za nguo ni nyeupe. And that is how they plan. Na wanapanga njama, They change colors. wanabadilisha How to rangi deal with you. kukumbana na wewe. And these were just for the clothes. Na hizi zilikuwa tu za There were mavazi. others. Kulikuwa na zingine Sleep. mahali tulikuwa tunalala, There were others kulikuwa na zingine that they will sleep waiting for you. wangelala They wakikusubiri, are called bed bugs. wanaitwa They will wait for you. You just wanakusubiri. move around. Wewe tembea You tu, just move wewe around. enda tu kazini, You will come back utarudi home, and you will find us here. utatupata pale, You will find us here. utatupata pale. Now the whole night Kwa hivyo usiku they wanabendi, just deal with you. Kisumu tunawaita wanabendi, Wana wanabendi, they will deal with you watakumbana na wewe nicely, vilivyo nicely, until you feel it. mpaka And usikie. they are not alone. Na wako peke yao. Well, you know, when you have such a place, Wakati uko you don't na have a mosquito net. uko na Then there are also mosquitoes. mbu pia wanakuja, They are dealing with you. wanasonga karibu. Now your blood is being shared, Kwa damu yako wanashiriki. and that is how you know Na hivyo ndio you unajua are a good leader wewe ni and kiongozi you are a mzuri giver. na unampeanaji. That is how you know Hivyo ndio unajua you are a leader wewe ni kiongozi and you are a giver. na wewe ni Because mpeanaji. if you can take care of mosquitoes, Kwa hivyo kama unaweza you take shughulikia care of mbu bed bugs, you chawa. take care of the lies, na unashughulikia and wote, also jiggers na were part of my family. zote zilikuwa, And life was good. na ilikuwa na That maisha is ilikuwa why you nzuri. find me nowadays. Ndio maana siku hizi I give a lot of food napeana vyakula because sana, I'm no longer now giving to kwa sababu animals. mimi sipeani damu yangu sasa. Kwa hizo I'm no vitu longer giving to animals. mimi sipeani wanyama, I give to people now. napeana watu. That is my friends here. Ni marafiki They are zangu here. wako hapa. I give. I Napeana, don't give because I'm supposed to give. sipeani kwa sababu I inanipasa give nijue. because God created me a giver. Napeana kwa sababu Mungu And ameniumba He gave me mpeanaji, first people. na Mungu anampea Take watu share. ili ni The bed bugs. I donated my blood. nilikuwa to bed napeana bugs. damu, I donated my blood to mosquitoes. nilitoa kwa Yes. And that is how you know the leadership in na hivyo you. ndio unajua wewe ni kiongozi aina gani. I never cared Sikujali because God has me. maana Mungu In the book of Joshua, kitabu ya Yoshua mlango wa chapter 3 number 3, sura ya 3 then the Bible says, Biblia inasema then Joshua rose early in the morning, Yoshua akaondoka asubuhi and they set out from Shittim, na mapema, nao wakatoka Shitimu and they came to Jordan. wakafika mto wa Yordani, And he and all the people of Israel, yeye na wana wa Israeli wote they lodged there wakakaa hapo before they passed over. kabla ya kuvuka. At the end of 3 days, Ikawa baada ya siku 3 the officers went through the camp, maakida wakapita katikati ya and mara, commanded the people, wakaamuru watu wote as soon as you see the ark wakisema, mtakapoliona sanduku la agano, of the covenant sanduku la agano of the Lord your God, la Bwana Mungu wenu, carried na makuhani by the Levitical priests, na mkuhani na Walawi, then you shall set out ndipo mtakapoondoka hapa mlipo and follow it. na kulifuata. This is the time Hii ni wakati when you see the ark. ukiona sanduku, It is not about who you are. si wewe ni mtu aina It is gani, not about you are a minister. si wewe ni mhudumu, It is not about you are special. si wewe ni mtu But speciali, when lakini you will wakati see the ark. utakapoiona. So it was not meant to be seen by one person. Haikuwa natakiwa kuonekana na watu wote, It was not meant to be seen by one person. haikuwekwa ili mtu mmoja tu aione, It was said to be seen by an eye. iliwekwa ili macho And this ipate eye kuyaona. were from the poor people, Walikuwa watu maskini, the rich people, watu tajiri, the important people, watu wa and maana, the less important na people. watu wa chini wa duni. They were all Walikuwa watu set to see the ark. walikuwa wamepangwa ili wapate kuiona. And say, when you see Wakati utakapoiona the ark sanduku being carried by the inabebwa na Leviticus, Walawi, the Leviticus carrying it, wale ambao wanaibeba, passing by, wanapopitia pale, when you see it, ukiliona
then follow it. ifuate. Tell your neighbor, Ambia jirani yako, follow it. fuata. Follow it. Fuata. When you realize who you are, Ukigundua wewe ni mtu aina gani, when God reveals himself to you Mungu akijifunulia kwako and gives you the power, na anakupa nguvu, because for you to know yourself, inakupasa wewe ujijue. for you to know yourself, Ili ujijue, you must know what you are. lazima ujue wewe ni mtu aina And you gani. must first know you are God. Na kwanza ujue Mungu Because wako. your God will reveal himself Maana to you, Mungu wako atajitambulisha and he kwako. will tell you who Na you are. yeye atakwambia wewe ni mtu Your aina God gani. will tell you you are not a criminal. Mungu wako atakwambia wewe sio mjangili. I took you to that life Nilikupeleka pale because I wanted to hide you. maana nilikuwa nataka kukuficha When pale. I was living around with women, Wakati nilikuwa natembea na wanawake, the police could have killed me, polisi wangeniua and the police I could have died long time ago. na ningekufa But kitambo, he used women lakini alitumia wanawake to give me a cover. kunificha. Hallelujah. Haleluya. When my daughter comes here, Wakati binti yangu anapokuja hapa, Wamboi, I know you know Wamboi. mnafahamu Wamboi, When she got married, wakati alipata kuolewa she cried, alilia, because I was not there kwa sababu mimi sikuwa pale to take care of her, ili nimshughulikie, because her mother was one of the victims kwa sababu mama yake alikuwa ni mmoja of my hit and run. wakati alikuwa anakimbia na kutoroka, Of my hit and run. wakati wake wa kugonga na kutoroka. But the good thing, Lakini kilicho njema ni habari njema, though it was a hit and run, ingawaje ilikuwa ni kugonga na kutoroka, I produced the real duplicate, nilitoa mfano kama wangu, the real machine. mashini yenyewe. And the God Na Mungu has a way of keeping his covenant. ako na njia vile anatunza agano He will lake. never forsake you, Hatawahi kukuacha, nor leave you. hata kukuacha. Some people told me this is not your baby. Wengine walisema si siku yako, But when I looked at this, lakini nikitazama haya, people said this is your baby. watu wanasema ni God said this is your baby. wanasema Mungu ni mtoto wako. The face said this is your baby. Hata uso tu inasema ni mtoto wako. And all my children, Na watoto wangu wote they all resemble. wote wananifananisha. So I kept asking God, Na kwa hivyo kila mara nauliza Mungu, why God did you make it look that it is me? I cannot jump. Because he has a plan. Because these children, they were not a mistake. They were a plan of God. Wamboi now is a pastor. She's soon opening her own church. And I'm happy of that. And I'm happy of that. My other children are doing well. They were not a mistake. I was being given security because God covered me in those women, because I required that security. So because it was a security, God just decided to bless my children, and their work, they are doing well. I know some of you have tried to bewitch them, but it has failed, because they are not a mistake. They are children from heaven, because of the heavenly purpose, because God was keeping me for this day. How many people are getting saved? How many people are coming, receiving God? How many people lives are changing because of me, and because of being retained, and because I'm becoming a pastor? So many people have come to Jesus. So because of that, I remember one time, one of my sons were arrested with their mother. Then they were in Makuyu. That's the time the government gave a bound of 40 million over my head. They said, shoot him on sight. They shoot me on sight. Use, even if it's an illegal gun, just shoot on sight. And then Christopher Murungaru, the security minister, he said, whoever will kill this man, I will give him 40 million. So the first people I looked at, because it was on news,
kwa sababu ilikuwa katika taarifa. We were watching news. Tunaangalia TV, Then runinga. that statement came. Na hilo jambo likakuja. One thing, as we were in our sitting room, Tukiwa pale katika sebuleni, we were having our meal. tulikuwa tunapata chakula. I looked at my wife. Nilitazama mke wangu. I found she was looking at me. Nikampata alikuwa tayari ananiangalia. So she was looking from down. Alikuwa ananiangalia kutoka chini upwards. Akikuja juu. So my imagination told me. Kwa hiyo vile nilikuwa nafikiria ikaniambia. She's doing her calculation. Anapiga hesabu ya. So this man can be 40 million. Huyu mtu kwa hivyo ni milioni 40. I looked at my security team. Nikaangalia ulinzi wangu. They were also looking at me. Pia walikuwa wananiangalia. And my mind told me. Mawazo yangu ikaniambia akili yangu. These guys hawa watu are doing calculations. Wanapiga hesabu pia. They are going to become rich. Wanataka kuwa matajiri. Do you know what I told them? Unajua niliwaambia nini? I'm coming. Nakuja. I walked. Nilitoka and jumped over the fence. Nikaruka juu ya ukuta. And disappeared. Nikatoroka. Disappeared completely. Nilitoroka kabisa. Then I sent for a car. Nikatumana gari. To go and pick my wife. Kuja ichukue mke wangu. They be taken to their place where they came from, Makuyu. Ili wapeleke warudishwe mahali walitoka Makuyu. Because I didn't want her to die in my house. Kwa sababu siku nataka hafa because I saw this is the end of me. Maana nilijua ni mwisho wangu. If anybody has been told kama mtu yeyote ameambiwa hivyo to kill me, kuniua, and I saw my wife doing some calculations, na nimeona mke wangu pia anafanya hesabu, and she would ask, oh, kumbe this guy can be 40 million. So you mean this guy is 40 million? And my bodyguards and security and driver, na ulinzi wangu they were also looking at me. Pia wananiangalia. So this guy can be 40 million. Nasema kumbe jamaa ni 40 million. So the devil that was in me, kwa hivyo shetani aliyekuwa ndani yangu, advised me, akania, this is the time, akaniambia huu ni wakati to take off. Toroka. You are dying. Unakufa. You are dying. Wewe hauko tena. Times. Wakati mwingine the devil's in us. Shetani ndani yetu speaks in us. Anaongea ndani yetu. And tells you, anakwambia, you are not going to make it. Hautaweza. You are going to fail. Unaanguka. Don't try it. Usijaribu. You cannot make it. Hautaweza. You are not going anywhere. Hauendi popote. You are going to fail. Unaenda kuanguka. You are going to go down. Utashindwa. They are going to laugh at you. Watakuchekelea. This demon, haya mapepo, tell them, today leo I am waiting for the ark. Na ngoja sanduku la agano. Because the ark, kwa sababu sanduku la, if I follow it, nikifuata, I will find my possession. Nitapata miliki. If I follow the ark, nikifuata, if I follow the ark, nikifuata, I will find my possession. Nitapata miliki yangu. I am not going to retreat. Sitarudi nyuma. I am not going to go down. Sitarudi kurudi chini. I am going to pursue. Naenda kufuatilia. I just ran away. Sitatoroka. Went to Tanzania. Nikatoroka nikaenda That Tanzania. is where I went to hide. Huko ndio mimi nilienda kutoroka. And I stayed there for 6 months. Nikaketi. Then the CIA came looking for me. Walikuja kunitafuta. The CIA came looking for me. Wakaenda pale kumtafuta. Because the government of Kenya said this man, we cannot find him. Maana serikali ya They contacted the CIA to look for me. Wanitafute. The CIA came to somewhere in Dar es Salaam. Wakakuja Dar es In a place called Sinza. Kuna mahali inaitwa Sinza. That is where I was hiding. Huko ndio nilikuwa na Sinza is the Runda of Kenya. Sinza ni Runda kama. And I stayed there for some time. Nikaketi pale. They discovered I'm here. Wakagundua kama niko pale. Then I ran away from there. Nikatoroka pale. But not after. Lakini sio baada. After we broke into a bank. Baada and got some cash. Baada ya kuvunja benki I won't tell you which bank. Sitakwambia ni benki gani. Because you will go to Tanzania and tell them. Utarudi pale Tanzania. Then we ran away to Mozambique. Alafu tukaikimbia Mozambique. I joined, that's the time I joined Renamo. I joined Renamo. Akapatana Renamo. Renamo is an outfit, a Mungiki of Mozambique. Renamo ni Mungiki. Once a Mungiki, always a Mungiki. Kama ukishakuwa Mungiki ni Mungiki popote. I went to Mozambique. Nikaingia Mozambique. Where the leader was Chisano. Kiongozi alikuwa anaitwa Chisano. And I joined them easily. Nikaingia haraka. And they started training me. Wakaanza kunifundisha. Then the CIA came there. Alafu CIA pia akaja pale. They came looking for me. Wakakuja kunitafuta. I had to run away. Ile nibidi nitoroke. I went to South Africa. Nikaingia South Africa. And joined Mandela Foundation. Nikakutana na Mandela. While in Mandela Foundation, nikiwa pale Mandela, 3 days, siku tatu, the CIA came looking for me. I ran away again. Nikakimbia tena. I went to Namibia. Nikaingia Namibia. In Namibia, I found some criminals.
criminals Kule there. Namibia nikapata genge fulani You know, tena. when you are a criminal, Unajua ukiwa wajambazi, when you have an anointing, kama uko na upako, a specific anointing, upako you fulani will always attract itavutia your fellow anointed people. wale wamepakwa hivyo. If you are a smoker of Kama wewe bang, unavuta sigara, if you go to Namibia, ukienda Namibia you will find a smoker Utapata easily. kwa haraka. If kwa you rai- go kwa to rahisi. America, Ukienda you Marekani will locate them easily. utawapata haraka. So when I was in South Kwa hivyo Africa, nilikuwa Afrika Kusini, I picked some robbers from South Africa. nikakuta wachukua We wengine went to pale. Namibia. Tukakimbia Namibia. We raided a bank Tukavunja benki tena. and we get some money. We got some Tukang'oa dollars. pesa pale When tukaenda. God is with you, Wakati don't mind the act. usijali matendo, Don't tendo. mind the act. Usijali tendo. Don't just look at the trend, We- how God is taking you. Iangalie tuona vile Mungu In anakupeleka. Kenya, they are looking for me. Wakati Kenya walikuwa They have wanatafuta. even given money for me to die. Wamepeana pesa ili nitafute. But God is providing money for Lakini me, Mungu anatengeneza for me njia to survive. ili nipate I kuishi. will make a way Nitafanya where njia. there is no way. Mahali hapana njia. I will make a way Nitatengeneza where njia. there is no way. Pasipo na njia. I will create a well of water Nitatengeneza in njia the kwa maji. middle of the desert. Ndani ya jangwa. I will create a Nitatengeneza well of water njia In the middle, katikati ya in jangwa. the desert. Katikati ya jangwa. So for the well, Kwa hivyo ili Kisima. kisima, for the well to be made, ili kisima itengeneze chimbwe, you must have gone there. lazima uwe umeenda pale. God cannot create a well Mungu hawezi weka kisima pale while you are sleeping, kama bado umelala. while you are in your Kama house. bado katika nyumba yako, You must follow the ark. lazima ufuate sanduku la Wherever I agano. was going, Popote nilikuwa naenda, I was following the nilikuwa ark. nafuata sanduku la The agano. ark is your possession. Sanduku la agano ni miliki. Follow your possession. Sanduku la agano. Follow what God has put in you. Fuata kile Mungu Follow amekupa. what God has said you Fuata kile are. ambacho Mungu Follow what you are doing. fuata kile ambacho Don't unafanya. relent. Usikate No tamaa. matter the opposition, Haijalishi no pingamizi. matter the enemy around you, Haijalishi no maadui. matter the powers against Haijalishi you, nguvu kinyume na wewe. Just walk. Wewe tembea. Walk. Tembea. Just walk. Tembea. do it in the right way. Ifanye kwa God njia will nzuri. provide Mungu for atapeana what to be kile and ambacho where you will be. na mali utakuwa. So in Namibia, Kule Namibia we got some dollars. tukapata dola fulani. And from there we ran to Luanda. Pale tukakimbia tukaenda Rwanda. See Rwanda? Luanda. Luanda. Okay. I know you have not traveled. I've- That is why you are confusing. Okay. Tukakimbia tukaenda Luanda. Luanda is in Angola, the capital city of Angola. Asante. Luanda iko The capital city of Angola. That is the most expensive city Ni- in Africa. Ni mji ambayo iko ni wa juu sana. It has got about 25 million Chinese. Iko na mamilioni The 25 million Chinese right now. milioni 20 Chinese tano. right now. China kwa sasa hivi. Right now. Angola is the most expensive. Luanda is the most expensive capital city. Luanda ndiyo mji ambao iko na It is the Hali ya juu. Las Vegas of Africa. Las Vegas ya Afrika. And there Na pale we stayed a bit, tukaketi. but not without doing something. Lakini sio bila kufanya kitu. We did something. Kuna kitu tulifanya hapo. You know, now I have a training Unajua sasa niko na funzo in Mozambique. kule Mozambique. I am an army. Mimi ni In army. Mozambique, I trained to be commando. Mimi nilikuwa sasa mimi na waongoza. Now I was a commando. Nilikuwa komando. Then I moved from there. Nikatoka pale. From Luanda, we joined Kinshasa. Tukatoka Luanda tukaenda Kinshasa. Kinshasa, we went to Lubumbashi. Tukaenda huko. In all these places, Huko kote I met people nilikutana na watu who took care of me. ambao walinilinda. My point here is not about what I did. Sasa sio yale nilifanya, My point here ni vile is ninamaanisha that hivi you will never go wrong. ya kwamba hautaenda When pabaya. God is commanding your path, Wakati Mungu it anamurisha mali doesn't unaelekea, matter what he's going to use to command haijalishi the ni nini path. Mungu atatumia, It doesn't matter how he'll do it to you. haijalishi ataifanya vipi. This gentleman here, this here, Unaona huyu mwanamke hapa, this is yours. huyu Give it to me. nipatie. This woman here, Huyu mama hapa, you may look at this one. mweza muangalia, This is a problem. ni shida, This is a problem. hii ni shida. But at the same time, Lakini wakati huo pia it is an opportunity. ni fursa. You may look at it as a problem, Unaweza itazama kama ni shida, but
God will do something lakini Mungu atafanya kitu using this akitumia hii to change her life kubadilisha maisha yake and change the lives of many people. na badilisha maisha ya wengi By that, na hii and this is why God wanted her to be like that. na ndio maana Mungu alikuwa anataka awe hivyo, Because through her situation, kwa sababu kupitia hali yake she will change people. atabadilisha maisha ya Through wengi her situation, kupitia hali yake. somebody in the UK Kuna mtu pale who is watching us now ambaye anatutazama sasa hivi is ready to come and help these ako people. tayari kuja na kusaidia huyu Somebody mama. in the New York, Kuna mtu pale New York he is ready to come and help these ako people. tayari kuja kusaidia huyu mama. If she didn't have this, Kama angekuwa na hili, nobody will be interested with her. hakuna mtu ambaye angetaka kuwa Nobody na will yeye. want to help her. Hakuna mtu angetaka But kumsaidia. this is her possession. Lakini hii ni miliki yake. For you, Ili wewe it is a problem. inakupatia shida. For you, Wewe ni wete. ni wete. For you, Kwako wewe this is something you don't want. ni kitu hautaki. Did you know Je, unajua the last 2 weeks ago, wiki iliyopita wiki when mbili, Raila died, wakati Raila alipoaga, there were people who were so happy for his death. kuna watu ambao walikuwa wanafurahia. Leave alone Kahiga. Wachana Kahiga. Kahiga is another character. Huyo ni mwingine tu. Let's now calculate. Sasa tupige hesabu. This guy was taken to Lee Moshari. Jamaa alikuwa mpelekwa. Do you know how much was left in Lee Wewe Moshari? unajua ni pesa ngapi iliachwa pale katika limochari? He was put in a coffin. Aliweka katika Do jeneza. you know how much that coffin costed? Unajua ilikuwa ya gharama Do gani? you know somebody's child is in Switzerland now studying because of Raila? Unajua kuna mtu ako Switzerland sasa anasoma kwa Do sababu you know ya somebody kifo is cha in Raila. Mombasa eating money because of Raila? Mtu leo ako Mombasa anafurahia kwa sababu ya kifo cha Raila. They thanked God. Shukuru Mungu. The owner of the Lee Moshari. Today he is in church. Mwenye He took his offerings. leo He amepeleka took his sadaka. tithe Leo amepeleka fungu la 10 because of the work of his kwa hand. sababu ya kazi ya mikono yake. When you are seeing a problem in wakati somebody, unaona shida, it is a benefit to somebody else. ni fursa kwa mtu The mwingine. people in the Lee Moshari, Watu katika limo chai someone is so happy. The wanafurahia. mortician in the Lee Moshari, Yule jamaa he pale did the mortician job. alifanya hiyo kazi yake. He did it to Raila. Alifanya He could speak to Baba. angeongea na baba. Ah, wow. Wow. I never saw you closer. Sijawahi kuona karibu. When you are alive, Wakati ulikuwa I'm hai. happy finally. Nafurahi I have met sasa. you. Nimekupata. Close, I can attend to you. Ili nikufanyie There kazi. was a doctor Kulikuwa na who daktari was treating Raila. alikuwa na And mtibu Raila. sometimes they will call, Na wakati mwingine Baba, wangeenda, how are you? wakasema baba uko vipi? I have not seen you. Sijai kuona. So they were praying for him to be sick, Walikuwa so wanamwombea that he can go and leave some dollars in ili hospital. watoe dola fulani Your kwa. challenge is a benefit to somebody else. Changamoto yako ni And faida the kwa mtu challenge mwingine. that God brings to you, Na hiyo he changamoto can Mungu never analeta bring kwako. a challenge Hawezi leta that you changamoto cannot be able to ambao handle. huwezi He ukashikilia. can never bring you a problem Hawezi leta shida. that you cannot be able to Ile handle. hauwezi ukahandle. Every challenge you are going Kila through now. changamoto unapitia leo. Look at the people of the government. Angalia watu wa Look serikali. at Kendiki Angalia and the committee for the na ile burial. kamati ya How much money did they spend pesa ngapi walitumia in preparation kwa kuandaa tu, of burying a hero? kwa kuandaa kuzika shujaa. Kendiki was standing where he can be seen. Yule mwanamke alikuwa Because he anasimama mahali knew anaonekana. this is the opportunity to Hii make, ni fursa to make a name kutengeneza jina at the expense kwa of Baba. ya baba. For him, Ili it was about the name. yeye ilikuwa ni jina. The mistake he made previously, Shida aliyofanya he hapo went, awali. this is the time to correct the mistakes. Alisema ni wakati sasa At the kutengeneza shida expense of Baba. kwa sababu ya baba. Then I saw Wanga Gladys. Nikaona Wanga Gladys, This is my ni opportunity fursa yangu now to take over ODM. ili nichukue Every opportunity, kila fursa. somebody will be crying Kuna mtu ambaye atakuwa and analia, somebody will be smiling all the way to the mwingine bank. atakuwa anacheka akielekea The benki. problem we are facing today, Shida ambayo it unakumbana nayo is leo not permanent. sio la It kudumu, is a lesson. ni somo, It is a plan of God, ni mpango ya Mungu, because He want to make something new kwa sababu anataka upate kitu out kipya of that ndani ya problem. hicho kitu. Today people know me Leo watu wananijua and they listen to me na wananisikiliza because of Mungiki, kwa sababu ya not Mungu. because I'm saved. Si kwa sababu ni Most of you here, wengine they wenu still doubt me, hata wengine bado but mko na shaka, they believe Mungiki. wanaamini
They believe Mungiki. Waliamini Mungiki. No, they believe I'm still Mungiki. Oh, kuna watu hapa bado mnaamini yeye ni Mungiki. But they don't believe I'm a Christian. Lakini waamini yeye ni Mkristo. They would rather believe in the previous. Wana afadhali waamini kwa mambo ya kale. Because that was the problem. Kwa sababu hiyo ilikuwa ni shida. That has made me to be ambayo today. amenifanya sasa mimi. Had I not been a Mungiki, kama singekuwa Mungiki, I will not be preaching today. Singekuwa na ubiri leo. Had I been not a Mungiki, kama singekuwa nobody will know me. Hakuna because mtu the Mungiki is my billboard that pronounces me. God is going to use the problem you are facing tonight. Atatumia hiyo shida God is unatumia. going to use the problem and challenges you are facing atatumia hiyo shida ya changamoto as a billboard ya kama mwelekeo kukupeleka to your destiny. Katika hatima yako. Your destiny hatima yako is hidden imefichwa in that problem. Ndani ya hiyo shida. Your destiny hatima yako is hidden imefichwa in that challenge. Ndani ya hiyo changamoto. Your destiny hatima yako is hidden imejificha in that single marriagehood. Ndani hiyo maisha ya ndoa ya upweke. Your destiny hatima yako is hidden imejificha in these scratches. Ndani ya hii. Your destiny hatima yako is hidden imejificha in that hate they say about you. Katika hiyo hali they will hate you. Watakudharau. They will talk about you. Wataongea juu yako. That is where your destiny hapo is. ndio hatima yako imejificha. If they don't talk about kama you, watanene juu yako, they will not announce you. Hawatakutangaza. If they don't talk about you, kama wataongea juu yako, nobody will announce you. Hakuna mtu atakutangaza. You need to have a problem Inakupaswa for na them shida to announce you. Ili hao watu wakutangaze. You must have a problem. Lazima uwe na shida. And if you don't have a problem, na kama una shida, you need to go to God and ask God, where did I go wrong? Mwambie Mungu nilienda vibaya. Because through the challenges, we are announced. Kwa sababu unatangazwa. Through the challenges, kupitia changamoto. I have been to prison. Wananipeleka katika jela 52 times. Mara 52. I have been to prison. Nimekuwa katika gereza 52 times. 52 mara 52. And I have been taken to Kodiaga. Na nimepelekwa kule Kodiaga pia. I have been taken to Machakos. Nimepelekwa Machakos. I have been taken to Makamiti. Nimepelekwa Kamiti. I'm taken to Manyani. Nilipelekwa Manyani. I'm taken all over. Nilipelekwa kote. All the prisons, the maximum prisons. Magereza zote maximum. I was taken. Nilipelekwa. And remember, let me tell you one thing. Unakumbuka na wacha it was in this problem ilikuwa ni that I was taken to these prisons. Do you know how I was being taken to prison? Nilikuwa napelekwa vipi? They will come and pick me in my home. Kuja wanitoe kwangu. They used to come about 200 GSU officers. Walikuwa nakuja kama GSU 200 with Peugeot 5 or 4 Peugeots. Na wanakuja kama magari 5 and Land Rovers. Land Rovers and the lorries. Na malori. All of them coming to arrest one person. Zote wanakuja kushika mtu mmoja. They will come and lay an ambush. Walikuwa nakuja wanaweka hapo in my house. Katika nyumba yangu. Then I will be arrested. Alafu ningeshikwa. About 16 to 20 vehicles. Alafu karibu gari 16 hivi ama 20. They will come and pick me up. Wangekuja wanichukue. And a chopper. Na ndege moving around. Ilikuwa na paa juu. Not one. Si moja. 2 choppers. 2 moving around. Wakipaa juu. Moving around. Wakipaa juu. Pacifying the whole situation. Wanaangalia mali. Looking at every possible. Wakimulika wakiangalia to make sure the king is taken care of. Jamaa amechukuliwa. Mfalme amechukuliwa. Then the police will come. Alafu polisi wangeingia. They will handcuff me. Wangeniweka pingu. Get me in the Peugeot 505. Waniweka katika Peugeot. They were KAMs. Hey. They were about 10 KAMs. Walikuwa na KAMs 10. The Peugeot. They were specifically bought for me. Ilikuwa ni yake peke yake. They were specifically bought for me. Walikuwa zilinunuliwa kwa sababu yake. I was the first occupant. Yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza. And then once they are sure they have arrested me. Na wakati walihakikisha they will clear the Ngong Road. Fungua njia from Ngong to Kamiti. Kutoka Ngong hadi Kamiti. The entire road was cleared. Barabara nzima kungekuwa na kitu ndani. No vehicle. Hakuna gari. That is how you know you are a king. Hivi ndio unajua wewe ni mfalme. They will clear the road for me. Wanatandaza, wanafagia. No vehicle, no matatu. Kuna matatu that will be allowed. Ambayo itaruhusiwa. Anywhere. Kila popote. Then a chopper will be on overhead. Chopper inapaa juu. Wakiangalia. All the way to Kamiti. Mpaka Kamiti. The prison officers. Na pale yule mkuu wa gereza. The prison officers in Kamiti. Yule wa Kamiti. The prison officers. Yule ofisa wa Kamiti. The prison officers. Prison officer. Wafanyikazi wa prison. Wafanyikazi. They will be removed. Wangeondolewa. And exchanged for the GSU. Because a great king is being brought. Kwa sababu mtu mkuu. They will exchange and change position. Wangeketi pale na because the great man is being brought. Kwa sababu jamaa analeta. My sister and my mom and my father. Dada yangu, baba yangu na mama yangu. They will be at home crying. Wangekuwa nyumbani wanalia. Not again. He has been arrested. Not again. I am not going to meet him.
We are going to visit him in prison. He has become notorious. Kwa sababu amekuwa What sasa they anasumbua. didn't know. Kile ambacho hawakujua. What they didn't know. Kile ambacho hawakujua. For me to become a king, Ili mimi niwe I had to be taken through the processes of a king. lazima ningepitishwa katika hali yote. I had to be isolated from them. Nilitengwa kwao. I had to be isolated Ilinibidi from them. nitengwe kutoka I had kwao. to be removed from them. Ilinibidi niondolewe. They had to disown me. Iliwabidi waniache wanitoroke. I was putting too much shame to Kwa them. sababu nilikuwa naleta aibu sana Wherever kwao. they went, they were told, Popote wangeenda wangeambiwa. that is the sister Jamaa huyu ni dada of yake. that Ya Mungeke. yule jamaa Mungeke. So they tried to avoid Kwa me. hivyo walikuwa wanataka It is kunitoroka. not them that were trying to avoid Sio me, hao walikuwa wanataka but kunitoroka. God was trying to create Mungu alikuwa anaumba my own space. nafasi yangu. God will create a space for Mungu you, atakuumbia nafasi so that when he blesses ili you, wakati nobody will atakapokubariki come and say, hakuna mtu atakuja I kusema assisted ya kwamba you. nilikusaidia. God is creating that Mungu space. anatengeneza God is nafasi creating that space Mungu anatengeneza where nafasi everybody ya kwamba will kila come mtu and say, atakuja this kusema, is the work of God. atasema kweli This is kazi the ya hand Mungu. of God. Hii ni mkono wa When I Mungu. was being taken to Wakati committee, nilikuwa napeleka katika kamiti, everything was changed kila kitu ilibadilishwa. and many things were stopped. Mambo mengi The yalikomeshwa. government stopped Serikali yalikomesha because of me. kwa sababu yangu. That is how you know Hivyo ndio unajua you possess. wewe unamiliki. You only need to Unahitaji possess kuimiliki your possession. miliki wako. You only need to know Unahitaji tu the magnitude of what is happening around you. kile ambacho kinafanyika It kando yako, is the indicator na of who inaonyesha you are. ya kwamba wewe ni mtu So aina gani. don't worry. Kwa hivyo If you usijali. lost a leg, Wewe if you ukipoteza lost mguu, a hand, ulipoteza if mkono, you lost a family, ukipoteza if jamii, you lost anything, ukipoteza don't chochote, worry. It usishangae. is a testimony Ni that is ushuhuda being written. ambayo Tell your inaandikwa. neighbor, Ambia jirani yako my challenges, changamoto my yangu. challenges, Ambia jirani yako it is changamoto. a testimony Changamoto yangu ni that is being ushuhuda written. ambayo I don't inaandikwa. care what they say about me. Sijali I wanasema don't nini care what kuhusu. they say about you. Sijali wanasema I nini don't care juu. what they say you will Sijali be. wanasema utakuwa What ni I mtu gani. care is that I'm possessing my Kile ambacho possession. ninajali, I am ninamiliki. where I am supposed to be. Niko mahali Mungu I am anataka. becoming what I'm going to become. Nafanyika kile One Mungu day anataka. I am going to be driven. Siku moja How atakuwa. they took me to prison Vile walinipeleka with katika jela. 200 cars, Na magari with an mia helicopter mbili. up there. Na ndege. I have a believer. Niko na One amini. day Siku I moja. will be going to State House, Nitaingia katika escorted like so, Na kuongozwa. because God said so. Kwa sababu Mungu amesema hivyo. God said so. Mungu amesema hivyo. And he taught me Na akanifunza when Joseph wakati Yusufu had a dream alikuwa na ndoto that he has seen stars ya kwamba ameona nyota bowing to wakimuinamia another star. na nyota And nyingine. then the father asked, Na baba akasema, you want to tell us nataka kutuambia that we shall bow to you? ya kwamba tutakuinamia wewe. Joseph said, I didn't say so, Yusufu akasema sikusema hivyo, but you have said so. lakini umesema hivyo. What they are saying, Kile ambacho wanasema it is not you said. si mimi nimesema, They said so. hao ndio wamesema hivyo. And they are going to announce you. They Watakutangaza, are going to announce you. They watakutangaza, are going to announce you. They are watakutangaza, going to announce you. They are watakutangaza, going to announce you. They are watakutangaza, going to announce you. I did watakutangaza, not hear amen. They are going to announce you. They watakutangaza, are going to announce you. watakutangaza. Don't mind about them. Usiwajali, Don't mind about what they are saying. usiwajali kile ambacho No, wamesema. they are being prepared Unajua wanaandaliwa to announce you. ili wakutangaze. That is why they speak about you. Ndio maana wanaongea That juu is yako, why they speak negative about wanaongea you. kinyume na wewe, Because they are just being prepared. maana To waandaliwa announce you. karibu kutangaza. When the time comes, I'm sure they will announce me. Najua I am watakutangaza. sure, and this is my season. Na ina wakati Tell wangu. your neighbor, this is my season. Mwambie ni Tell your majira neighbor- yangu. Tell your neighbor. Mwambie ni majira yangu. This Ambie is jirani my yako. season. Mwambie ni majira They are yangu. going to announce me. Wanaenda It kunitangaza. doesn't matter how, Haijalishi, but they are going to announce lakini me. watanitangaza. Do you know what? Unajua nini? God knows you. Mungu anakujua. Your name, Jina lako he knows you. anakujua. He knows you are Mary. Mungu anajua wewe ni He Mary. knows you are Wanjiku. Mungu anajua wewe ni Wanjiku. He knows you are Kaleja. Anajua wewe ni He knows you are Onyango. Anajua wewe ni He Onyango. knows you are Lucy. Anajua wewe ni He Lucy. knows you are Mwangangi. Mungu anajua wewe ni And Mwangangi. he knows why you are here. Na Mungu anajua ni kwa He nini knows uko hapa. he never brought you by mistake. Hakukuleta kwa sababu ya kosa. He brought you to make a statement. Alikuleta ili So afanye. if the statement has not been Kwa written, hivyo kama ile jambo bado it is haijatengenezwa, being written. bado It inaandikwa. is the time Ni wakati. that is not yet. Bado wakati ndio bado. God's time. Wakati wa It Mungu is not human time. sio wakati wa It is mwanadamu. not people's time. Sio wakati wa watu. When he decides Mungu akiamua and says this is a time, akisema ni wakati huu, ni nani? do you know? Did you see
Kenya Airways plane from New Delhi, from Nairobi kutoka Nairobi to New Delhi. to New Delhi. It was the final destiny. Ilikuwa ni mahali pa kufikia mwisho, New Delhi. New Delhi. But the plane Lakini ndege was authorized iliamrishwa to go to iende Mumbai. iende Mumbai, And Mumbai na Mumbai to receive kuchukua kupokea not a human being, sio mwanadamu, a body, mwili, then flew it to Kenya. wailete Kenya. The plane Ndege was never switched off. haikuzimwa, It was ilikuwa na nguruma kila wakati. there is somebody who fueled that plane. Kuna mtu aliweka mafuta. That day he put more fuel, Hiyo siku ilikuwa na mafuta sana, meaning his account grew. kwa sababu akaunti yake ilikuwa imejaa, imeongezeka. There are those people who take care. Na kuna watu ambao walikuwa wanashughulikia, The ministers, I saw Musalia Mudavadi. wale waziri walikuwa pale. I saw Musalia even Mudavadi. Kaboko. Niliona wote na Kabogo They were there. walikuwa pale, They went walienda to carry a body kubeba mwili to Kenya. Kenya. And to make it more worse, Na kustajabisha, the supporters of Raila wale ambao walikuwa wanasimama na from Raila, Kibera, kutoka Kibera, from Kariobangi, Kariobangi, from Babadogo, kutoka Babadogo, they got into the airport waliingia katika kiwanja cha ndege without a passport. bila passport na Inside, without a passport. hata bodaboda ilikuwa ndani. Even Bodaboda was inside. Even motorbikes were inside. We decent people, Sisi ambao you can't get inside. sisi watu wa maana, huwezi ingia mle ndani, You can't get inside. hauwezi ruhusiwa. But somebody got inside Lakini mtu with aliingia a pale. Bodaboda. Aliingia na pikipiki. That man will say one day, Huyu mtu atasema I siku was moja, at the airport. nilikuwa katika kiwanja They cha got inside the plane waliingia ndani ya ndege, And they sat on the chair. wakaketi mle And they vandalized the plane. na wakaribu hata They went back home. wakarudi nyumbani, saying, I got into the plane. wakasema niliingia They kwa went ndege. out there. Walitoka nje There is wakisema another plane out there. kuna ndege ingine, A scrap metal. kuna scrap metal mara They fulani. removed the tires Walitoa gurudumu, and they took them to Mathare. wakapeleka I Mathare. saw a gentleman Niliona mwanaume with a mokokoteni na alikuwa na of mkokoteni an aeroplane tire. ya mguu. God will cause you Mungu to use a atakufanya tire ili of an utumie aeroplane ya ndege to use in your cart. ili uweke It doesn't matter haijali the situation that is going to make you grow. hali ambayo It itafanya doesn't ukue. matter Haijalishi how you are going to become. vile unaenda kuwa, What I know, kile ambacho you are najua going to become. unaenda And kufanyika. how? Vipi? Tell your neighbor, Ambia jirani yako, it is not my problem to know how I will become. shida ndio kujua jinsi God nitakavyo. knows how I will become. Mungu anajua vile God knows nitafanyika. how I will become. Mungu What I anajua will become. kile ambacho nitafanyika. God knows it. Mungu All anaelewa what I'm going to do kile ambacho is nitafanya to possess ni kumiliki my possession. umiliki wangu. And how do you possess Na unamiliki vipi? your possession? Unamiliki umiliki wako aje? Let's have the book of Joshua, Kitabu ya Yoshua chapter number 8, mlango wa 8 from verse 30. kutoka 30. The book of Joshua, Yoshua 8 chapter number 8, 8. from verse 30. Ndipo Yoshua alijenga madhabahu kwa Bwana After being commissioned, baada ya kuamrishwa, after being commissioned baada ya kuamrishwa and be told by God, na kuambiwa na Mungu, rise up inuka and go na uenende capture the king of Ai. uchukue mfalme wa Ai. And Ai, Na Ai, Ai is a nation. Ai ni mji, ni taifa, Is a nation. ni taifa. Joshua, Yoshua in the book of Jericho, katika kitabu ya Yeriko he was told, aliambiwa, I have given you Jericho. nimekupatia Yeriko. But in the book of Joshua, Lakini katika kitabu cha Yoshua chapter number 8, mlango sura wa 8, Joshua was not given Jericho, Yoshua akupewa was Yeriko, not given Ai. akupewa Ai, He was given the ruler of Ai. alipewa The ruler of Ai. the Ruto, rais wa Ai. Yes. He was given the president of Ai. Alipatiwa rais wa Ai. You know, capturing a territory Ndio kuchukua eneo is different from capturing the king. ni tofauti sana. It is easier to capture a territory Ni rahisi sana kuchukua eneo
than to capture the king. Kuliko kuchukua mfalme mwenyewe. Before you get to the king, kabla ufikie mfalme, there are prison officers. Kuna wale wanalinda jela. They are sycophants. Kuna wale watu ambao wana. They are GSUs. Kuna GSUs. They are the police. Kuna maskari. They are the army. Kuna wenye army. They are the Reke squad. Kuna hao wote wa Reke squad. There is army from Uganda. Kuna army kutoka Uganda. There is army from Somalia. Wote kutoka Somalia. All these people, they will try to protect the king. Wote watajaribu kulinda mfalme. Because this king, kwa sababu huyu mfalme, is a friend of Samia Suluhu Hassan. Ni rafiki ya Samia. This king, huyu mfalme, is a friend of Museveni. Ni rafiki ya Museveni. This king, huyu mfalme, is a friend to the Somalia president. Ni rafiki ya rais kutoka Somalia. This king, huyu mfalme, is a friend to the president of Ethiopia. Ni rafiki ya rais wa Ethiopia. His friends, kwa hivyo marafiki zake, will try watajaribu to come kuja and help him. Even if they will not come openly. Hata kama watakuja ukiona hivi. And also the CIAs. Na pia CIA. If he is doing their job. Wanafanya kazi zao. If he is doing their job. Akifanya kazi yao. If he is doing their job. Akifanya kazi yake. Kama anafanya. Kama if he is doing. Kama anafanya. Kazi zao. Kazi zao. They will protect. Watamlinda. Just like Joshua. Vile Joshua. When he had wakati alikuwa na a treaty with the Moabites. Alikuwa na makubaliano na Moabites. I'm going to protect you. Nitawalinda, nitakulinda. Those people that we have a treaty with. Hao watu ambao tumekubaliana nao. They are going to protect you. Ya kwamba watakulinda. When Joshua comes for you. Wakati Joshua atakapokukujia. For your head. Kwa kichwa chako. They will try to protect you. Watajaribu kukulinda. They will try to defend you. Watajaribu kusaidia. But this Joshua, lakini huyo Joshua, was commanded by God. Aliamrishwa na Mungu. And he was told by God. Aliambiwa na Mungu. I am sending you there. Ninakutuma pale. Not to capture the city. Sio kushika eneo peke yake. Not to capture the country. Sio kukomboa taifa peke yake. But to capture the president. Lakini ili upate kuchukua rais. To capture the president. Uchukue mfalme. And he went. Na kaenenda. Majestically. Kwa ujasiri. They laid a plan. Wakapanga njama. When they laid a plan. Walipopanga njama. I want to tell you. Nataka nikwambie. It will take the plan of God. Itachukua mipango ya Mungu. To win everything and anything that is an impossibility. Ili ashinde chochote ambacho adui amepanga kinyume na wewe. It requires the plan of God. Inahitaji mpango wa Mungu. To defeat any agenda. Ili ashinde of the devil. Agenda ya shetani. They might have planned against you. Wengine wamepanga vibaya kinyume na wewe. But God has a better plan. Lakini Mungu ako na mipango mizuri. They might have organized against you. Wengine wamepanga njama. But God has a better plan. Lakini Mungu ako na mipango mizuri. A nice plan. A special plan for you. Specially. Do you know what Joshua did? Joshua alifanya nini? He split his army. Aligawa wanajeshi wake. Of 30,000. 30,000. He split them into two. Akawagawa. He told one army. Akaambia army moja. Now you are going to enter the city. Nyinyi sasa mtaingia katika taifa. From Githurai. Kutoka Githurai. You are going to enter from Githurai. Unaingia kutoka Githurai. And another army. Na wanajeshi wengine was sent to go round to Kangemi. Waliambiwa nyinyi mzunguke Kangemi. And they come from Ngong. Muingie mtokee Ngong. So those one were told to lay an ambush. Wale walitumwa pale ili waangalie pale. The one from Ngong, they were told to go and lay an ambush. Wale wa Ngong waliambiwa waende wafanye hivyo. And they laid an ambush. Waliweka. And they were told until you see what we say. Ni mpaka mtaona kila ambacho tutasema. You will make a move. Hivyo ndo mtatoka, mtasonga. The army from Githurai. Na wale wanajeshi kutoka Githurai. They were told to march towards the town. Waliambiwa nyinyi muelekee tu mjini. They marched towards the town. Walikuwa wanatembea wakielekea. They confronted. Wakakumbana. They confronted the army that was in the town. Wakakumbana na wanajeshi walikuwa. Then Joshua told them. Joshua akawaambia. Then once you see them coming, you shall run as if you are cowards. Mtajifanya mnatoroka ni kana kwamba nyinyi ni waoga. Run towards Ruiro. Mtakimbia mkirudi Ruiro. Run towards Juja. Ingine Juja kule. Run towards Thika. Mwelekea Thika. And run as much as you can. Na mkimbie jinsi mnaweza. Get to Thika. Ingia Thika. And while they were running, na wakati walikuwa nakimbia wanatoroka, the army that ambushed from Ngong, wale wanajeshi kutoka Ngong ambushed the city, wakaingia wakashambulia mji that was empty, ambayo ilikuwa wazi. Your enemies, maadui zako, are going to be preempted. Wataenda kuachwa bila kitu, watanyang'anywa. They are going to be empty. Watakuwa bila chochote. The one that have taken your territory, wale wamechukua, the territory is going to be taken back. Itaachiliwa, utachukua back. They are going to be tricked. Watakuwa na get to go fight you. Waende wapigane na wewe. They know.
kama there is wajajua an army kwamba behind kuna you. wanajeshi wanakuja God is kukusaidia. planning something for you. Mungu anapanga kitu God bora is kwa ajili planning yako. something for Mungu that anapanga kitu business. bora kukuliko. God is planning for that marriage. Anapanga kwa sababu ya God is ndoa. planning for that Mungu church. anapanga kwa sababu ya God is kanisa. planning for your Mungu family. anapanga kwa familia God is yako. planning against your Mungu enemies. anapanga kinyume na Do maadui not be zako. afraid. Usiogope. Nor be dismayed. God Usiogope. is with you. Mungu ako na wewe. Whatever they planned against you, Kile ambacho wamepanga kinyume just na take wewe. your possession. Wewe chukua nafasi It yako. doesn't matter what they plan. Haijalishi kile It ambacho. doesn't matter what they say about you. Haijalishi kile It wamesema. doesn't matter how they think about Haijalishi kile you. ambacho It wanafikiria. doesn't matter how poor you Haijalishi are. kile It umaskini. doesn't matter what they say about Haijalishi kile you. ambacho wamesema Just kinyume na wewe. take your possession. Wewe chukua nafasi yako. Position Wewe yourself. jiweke sawa sawa. Position yourself. Jiweke You sawa are sawa. going to make it. Unaenda kufukua. Oh my God. Mungu wangu. God is going to make it. Mungu ataifanya. Don't worry of what they said about you. Kile ambacho They wanasema. can fight you. Wanaweza pigana na wewe. I have been fought. Na wakapigana. Let me tell you, I have been fought Mimi nimepigwa vita in the ministry. katika huduma. No, when I was in Mungiki, I knew my enemies. Nilikuwa katika Mungiki, nilijua maadui. I knew the government is my enemy. Nilijua ni serikali And wako nyuma. I knew Christians are my enemy. Na nilijua Wakristo pia. So I will see my enemies. Kwa hivyo ningewaona. The war in the church. Lakini vita kanisani. You are walking with your enemy. Wewe unatembea na maadui. And you've been thinking it's a saint. Na unafikiria ameokoka ni mtakatifu. You share your secret with the enemy. Unashiriki And siri zako. you go and say this is a spiritual father. Unasema huyu ni baba wa This is kiroho. a father of the gospel. Baba wa And injili. then you go to them. Alafu unaenda kwao. You tell them what you are going through. Unaambia kile ambacho You unapitia. tell them what God is saying Unamwaga roho about yako. you. You tell them what has happening Unaambia around kile you. ambacho kimekufanyikia. Little did you know, Bila kujua. these are the enemies that have Hawa ndio maadui ambao to face what you wamekufanya. are facing. Uone So na you uone kile just ambacho find unaona. yourself Kwa hivyo unajipata going to report yourself to them unarudi unaenda and telling them kujishtaki. the successes of their planning. Unajishtaki vile I want to mambo yao. tell you tonight Nataka nikwambie leo. that whatever they planned against you, Kile ambacho walipanga God kinyume na will wewe. unplan them. Mungu Whatever atapangua. they said about you, Kile ambacho walisema juu God yako. will unplan Mungu everything atapangua and He will plan you. na Mungu He atakupanga. will cause them Mungu to atawafanya tremble before you. ili watetemeke mbele yako. Joshua was worried. Joshua No, alikuwa not Joshua. Gideon was worried. Gideon alikuwa ako na wasiwasi. He was worried because God said you are going to win this battle. Alikuwa na wasiwasi maana Mungu alisema And unaenda he kushinda asked vita. God, Akauliza Mungu, how now? vipi sasa? I am the least from my family. Mimi ni mdogo kwa jamii yetu. And we are the least clan Na of the sisi ndio clans. kijiji ndogo kabisa. And then Duni. God came and provoked him Na Mungu akakuja and akamsukuma, rebuked him. akamkemea. You man of valor. Wewe mtu shujaa. You man of valor. Wewe mtu wa shujaa. Gideon all the time, Gideon kila wakati he knew that he cannot make it. alijua ya kwamba hawezi lolote. That is why he had dug a cave Ndio maana alikuwa ametengeneza pango. where they used to live, Walikuwa wanaishi mle where they ndani. used to work in. Walikuwa wanafanya kazi. They never thought they can win a battle. Hawakujua watashinda vita. But the heavens Lakini bingu never saw him as a coward. hakumwona kama mtu The mwoga. heavens Bingu used to see him as a mighty man of valor. ilimwona kama mtu wa shujaa. He knew him as a mighty man of valor. Bingu ilimjua kama mtu wa shujaa. People know you as a coward. Watu wanakujua kama mtu mwoga. People know you as a loser. Watu wanakujua kama mtu anashindwa People know shindwa. you as though you are not going to make it. Watu wanakujua ya kwamba But the hauwezi. heavens Bingu know you different. anakujua The tofauti. heaven knows you Bingu differently. inakutambua You are tofauti. not that which they know about Wewe sio you. kile ambacho It is walijua juu yako. because you are wearing a dirty shirt Ni today. kwa sababu unavaa shati The dirty chafu. shirt you are wearing today. Hilo shati chafu unavaa It leo. is because the new one hasn't arrived. Ni kwa sababu mpya bado haijafika. Your new one is still coming. Kile kipya bado The kinakuja. dirty one, Kile kichafu you are supposed to wear it today. inakupasa uvae Because leo. if you wear the new one, Kwa sababu ukivaa they will kipya kill you. watakuua. Because you are wearing the new Kwa one. sababu unavaa And kipya your time is not yet. na wakati wako When bado. your time is not yet, Wakati wako they itakapofika can kill you. wanaweza But kuua. when your time is yet, Lakini wakati when wako the kama time comes, wakati they will itakapofika come and protect you. watakuja na So kulinde. that is why Ndio you maana are not in your best outfit. bado hujavaa Because zile if you bora. wear your Kwa sababu crown, ukivaa leo they will come and kill you. watakuja wakumalize. Because they will come and say, Na watakuja this is kusema a man huyu ni yule who wants to take over the ambaye leadership. anataka kuchukua Just be usukani. the way you are Wewe today. kuwa tu vile uko leo. For the time being. Kwa sababu kuna
It is just for the time being. Ni kwa muda. Praise be the name of God. Bwana sifiwe. It is for the time being. Ni kwa muda tu. It is for the time being. Ni kwa muda. Something's about to happen to your life. Kuna kitu kizuri karibu kutendekea. Something's about to happen to your life. Kuna kitu kizuri karibu kutokea. Something's about to happen to your life. Kuna kitu karibu kufanyika. Your name is going to change. Jina lako tell your neighbor, itabadilika. Look at me. Ambie jirani yako, mwambie niangalie. Just if you can. Mwambie nitazame ukiweza. Just if you can. Geuke jirani yako, mwambie kama unaweza. Take a photo with me. Hebu piga picha na mimi. One day you remember me. Siku moja utanikumbuka. Take just a photo. Chukua picha na mimi leo. Take a selfie with me. Chukua selfie na mtu hivi. You will be looking at me. Utakuja kuniangalia. And saying I used to be in the fellowship with this man. Na utasema nilikuwa nashiriki na huyu ndugu. And see who he is now. Na ona vile ako leo. He is just an extraordinary. Ni mtu wa ajabu. You are extraordinary. Wewe ni mtu wa ajabu. You are not ordinary. Wewe si mtu wa kawaida. That is why they are confused about you. Maana wamechanganyika. Because you are extraordinary. Maana hawakuelewi wewe. You are just a powerful person. Wewe ni mtu wa nguvu sana. Just possess your possession. Wewe miliki wako. Just possess that little possession you have. Wewe miliki hicho kidogo uko nacho. Possess it. Imiliki. Because that is the pillar you need. Maana ndio nguzo uko nayo. When the other possessions come. Wakati miliki zingine. You must create a home. Lazima utengeneze boma. When God blesses you. Wakati Mungu atakapokubariki. There must be a home. Lazima uwe na boma. Where the blessings will come. Baraka itanguka pale. The blessings can come. Baraka haziwezi kuja. Where there is no home. Mahali hakuna boma. Praise be the name of God. Bwana sifiwe. Create a home. Create a home. Tengeneza boma. Before a home. Kabla boma. God cannot come. Mungu hawezi kuja. He's telling Joshua. Anambia Joshua. Rise up. Inuka. Before rising. Kabla kuinuka. You cannot be blessed. Huwezi barikiwa. God cannot bless you. Mungu hawezi kubariki. When you are seated. Wakati umeketi. He will bless you. Atakubariki. As you are going. Kama unasonga. As you are following the ark. Ukifuata sanduku la agano. Wewe fuata tu sanduku la agano. Just follow the ark. Fuata sanduku la agano. He's doing something. Anafanya kitu. Rise up on your feet. Inuka kwa miguu yako. And before you rise up. Na kabla uinuke. Just prepare your sacrifices. Tengeneza. Mami, I want you to come. Mami njoo. Who else is in this situation? Ni nani tena ako katika hii hali? Your leg is amputated. Mguu yako ilikatwa. An amputee. Nani unafanana na huyo mama? Hauna mguu mmoja. Hauna mguu mmoja. Kuja ndani. Njoo tu. Oka. Hauna mguu kabisa. You don't have a leg. You don't have a leg. Nataka mwenye mguu imekatwa kabisa. He wants someone with one leg. Pereka envelope huko chini. There. Yeah? Nobody else? Hakuna mtu mwingine? Yeah, stand here because there's somebody I want to see you. Nenda usimame pale maana kuna mtu anataka kutazame. Have you ever tried to put the leg there? What do you call it? Yeah? Prosthetic leg. Umejaribu kuwa na hiyo mguu ambayo uko nayo? Mbona uitumi? What if we offer for you to be taught to use it? Or get another comfortable one? Fundishwe jinsi ya kutumia ili upate iliyo bora zaidi. Naona aje? There's no problem. I'm going to provide you with one. Wow. Naenda kukupatia moja. And they get somebody who is going to help you to know how to use it. Kuna mtu atakusaidia vile unaitumia. Until you use it, you walk properly. Mpaka utaitumia vizuri ukitembea. Is it in order with you? Je, ni sawa na wewe? Thank you. You may be seated. Asante. Keti chini. Yes, we must change the lives of these people. Lazima tubadilishe maisha hawa watu. Thank you. Yeah. Ndio. Tusimame tu kwa miguu yetu. Tuinuke. Let's rise up. Rise up.
There are 5 things kuna mambo matano that God will give you ambayo Mungu atakupa wewe when he calls you. wakati amekuita. God cannot call you Mungu hawezi kukuita without a reason. bila sababu. I have tried to explain the 5 things, Nimejaribu kueleza mambo matano, but I want to just make them perfect in your understanding. yaingie kwa When God blesses you, Mungu or anakubariki. when God calls you, Wakati Mungu anakuita, he gives you a mandate. anakupatia jukumu. He gives you a mandate. Anakupatia jukumu. You cannot be called Huwezi itwa and then God denies you the mandate alafu Mungu anakunyima to be able mwelekeo. to be able to execute Ama anakunyima sababu ya the ili uweze reason kutoa he has called ile you. sababu amekuita. So the reason he has called Kwa hivyo ile you sababu Mungu amekuita must be seen lazima through the ionekane. mandate God has given you. Uonekane kupitia And kazi ambayo the Mungu amekupatia. mandate is the message. Na kazi ni ujumbe. The mandate is the message. Kazi ni ujumbe. That is why you see me with these people. Ndio maana unaniona na hawa watu. These people that are walking with the scratches Hawa watu ambao wanatembea and the old people around na there. wamama wazee, watu wazee. Because I am a blessing to them. Maana mimi ni baraka And that is kwao. my mandate. Hiyo ni kazi yangu. And that is why you will find me round. Ndio utapata mimi Ask yourself, niko karibu nao. what is my mandate? Nataka ujiulize kazi yangu And ni nini? number 2 Na ya pili, is if God has called you, kama Mungu amekuita, he gives you grace. anakupatia neema. He validates you. Anakufanya He gives you grace. anakupatia neema fulani. He validates you. Anakupatia He makes people understand and accept you. anafanya watu wakuelewa na And he kupata will wewe. bring the right people for your ministry. Na Mungu ataleta watu wazuri kwa huduma yako. At some time we try to bring many people, Wakati mwingine tumejaribu kuleta watu wengi, but they are not part of the ministry. lakini sio watu sehemu ya huduma. They will eventually leave you. Watatoroka, But watakuacha. the people Lakini who are watu validated ambao wameletwa na for the Mungu purposes of what you kwa are carrying kusudi la ile kazi will be ile, sent to you, watatumwa and they kwako will not run away from na you. watakutoroka. Whether you are dirty, Kama wewe ni mchafu, whether you are dirty, hata kama wewe ni mchafu, whether you are stinking, ama kama they will unanuka, still stick hao to you. watu bado watakaa They pamoja na will wewe. walk with you, Watatembea na and wewe. always you'll be having their Na message, kila wakati and they utakuwa na will be ujumbe. blessed by your message. Kila wakati ukawa na And ujumbe. the people that are not part of you, Na watu wasio sehemu yako, they will still walk away from kila you mara watatoroka waende because mbali. they are not part of you. Kwa sababu hao sio sehemu They yako. got into a vehicle Wanakuwa katika because the gari. vehicle was moving. Walikuwa gari ilikuwa And inakimbia. number 3, La tatu, God will always give you resources. Mungu If atakupatia you are in the right ministry, kama katika huduma doing the sawa, right thing, unafanya jambo or in the bora, right marriage, ukuwa katika or in ndoa the sawa, right business, katika biashara sawa, God will give you resources. Mungu atakupa The rasilimali, resources to work around with. rasilimali kufanya kazi. You will kabisa. never bother people. Hautashangaa You na will watu, never struggle hautang'ang'ana, because you will have the right people maana utakuwa na watu and have the bora, right resources na utakuwa na that rasilimali will sawa, empower you, ambayo itakutia that will make you move. ambayo itakufanya So you will usonge. not be moving Kwa around. hivyo utasonga He will gonna bring the right people, ukijiuliza Mungu the right people that will walk with you, watu wako, the right people that will stand with watu you. wale watasimama na If wewe. you find it is difficult Ukiona kama ni vigumu in a situation somewhere you are katika hali ambayo and uko, you struggle being there, na unang'ang'ana kuwa pale, you are in the wrong place. kwa mahala pabaya. Please try and get into the right place, Jaribu ingia katika because mahala you pazuri. are occupying a position Maana unachukua that is nafasi supposed to be occupied by the right path. ambayo mtu mwingine anamfaa And achukue. number 4, La nne, God will give you a platform. Mungu When atakupatia he calls you, he akikuita, give you a platform. atakupa He will jukwaa. make you to be in a position Atafanya uwe where katika you nafasi. can speak to his people, Ili Mungu anene na where you watu can wake. walk with his people, Ili utembee na where watu you wake. can deliver a message to Ili his uweze people, kupeana kwa watu because wake. he has Kwa sababu yeye a anaye. good, Ako nayo. he has Yeye. a position for you. Ako na He umurithi will wako. give you a platform Atakupa where jukwaa. you will deliver his Ambapo message, utapeana where ujumbe. you will talk to his people, Utaongea na watu where wake. you will talk to his people, Utaongea na watu where wake. you will help his people, Utasaidia watu because wake. that is a platform Maana ni that jukwaa you need, ambao unahitaji. where you are going to express Mali yourself. And utajieleza. number 5, La tano, he will send you. atakutuma. He will send you. Atakutuma. He will send you Yeye atakutuma. an angel. Atakutumia malaika. He will send you an angel. Atakutumia malaika. The angel that is a guardian angel. Malaika. The angel that will do your battles. Malaika ambaye atafanya The vita angel vyako. that will conquer them that try to conquer Malaika you. ambaye atajaribu kushinda. If you have those 5, Ukiwa na hayo mambo matano, you are called. wewe
And when you are called, na kama wewe ni dhahabu, you must when you are called, kama umeitwa, then you have them. Na utakuwa nazo. If they are not there, na kama uko pale, they are coming. Kama uko pale basi zinakuja. They are coming. Wanakuja. So don't worry. Kwa hivyo usijali. You are in a temporary position. Mahali uko si la kudumu. You are going to be fixed permanently. Unaenda kuwekwa pale. Lift up your sacrifices. Inua sadaka yako juu. And your tithes. Inua fungu la 10. And your offerings. Inua sadaka yako. Ili niweze kuombea. I want to pray. Nataka niombe for your sacrifices. Kwa sababu ya sadaka yako. Because this is meant to open the doors. Kwa sababu hii ni ya kufungua milango yako. This is meant to connect you with your possession. Ni ya kuunganisha na umiliki wako. Even if you have 1 shilling. Hata kama uko na shilingi moja in your pocket. Katika mifuko yako. That is what is going to connect you. Ndicho ambacho kitakuunganisha. So we need that 1 shilling. Kwa hivyo tunahitaji hiyo shilingi moja. Lift it up. Inua juu. Say Jesus. Sema Yesu. Bless my seed. Bariki mbegu yangu. I give my seed. Na inua mbegu yangu towards you. Kwa mbele yako. That you remember me. Ili unikumbuke. You remember what you've given me. Unakumbuka kila ambacho umenipatia. You remember me. Ulinikumbuka. In all that you have given me. Na vyote ulivyonipatia. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Say amen. Amen. Bring your sacrifices here. Leta sadaka yako hapa. As our praise and worship team wakati waimbaji takes us through wanatupeleka a song kupitia kwa wimbo. So today those that we are going to give food, we are going to collect from there. Wale tunaenda kupeana vyakula. And I have my friend here. I was happy to see you. Niko na rafiki yangu hapa, niko na furaha kukuona. And I heard your message was strong. Nilisikia injili yako ilikuwa ya ajabu. And may God bless you. Na Mungu akubariki. Wherever you are going, popote unaenda, God bless you. Mungu akubariki. I have Father Waigoro. Mungu akubariki. I have Father Waigoro here. Niko na Father Waigoro. You can come over. Utakuja mbele. Father Waigoro. Father Padri Waigoro. Yes, Padri Waigoro. Is it Padri or Father? Wewe Padri. Just come over. Yes. Father Waigoro is the only father that is married. Huyu ndio padri tu ambaye ameoa. All over the world. Duniani kote. And I'm happy for you. Na niko na furaha kwako sana. Because you discovered the secret of God. Kwa sababu uligundua siri ya Mungu. Is to have children. Kuwa na watoto. Because that is what God created you for. Kwa hivyo ni Mungu alikuumba. I'm not disputing.
Mimi sikatai, sipingi. But that some people are not allowed to get married, to get. Wengine wanaambiwa wasipate watoto, wasioe. Now I keep asking myself. Sasa ninajiuliza. Man was told to procreate. Mwanaume aliambiwa azae. So that he can fill the world. Ili ajaze ulimwengu. So when you are not doing what God told you, kama ufanye kile Mungu alikwambia ufanye, are you truly for God? Je, wewe ni wa Mungu kweli? It must have something wrong. Thank you for discovering yourself. Asante kwa kujigundua. I hear you have a small baby. Najua kuna mtoto mdogo. Is that true? Ni kweli? Let your mic. I hear you have a small baby. Nasikia uko na mtoto mchanga. How old? 4 months. Miezi minne. So they had told you not to get a baby. Yes. So until you broke ranks. Walikwambia usipati mtoto. 4 months and fourth born. For the born? 4 months. Yes. How many do you want to? How many do you intend to have? Unahitaji watoto wangapi? God knows. Mungu anajua. It is not about God. It's not about God knowing what God has given you every material that you need for the job to be done. Amekupa kila kitu How again will you say God knows? Unafanyaje Mungu anajua? And you are still energetic. Na bado kuna nguvu hivi. You need to have like 10. For now. That's enough. Yes, tell us something. Okay. Thank you. God is good. Mungu ni mwema. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wow. This is great, and I don't know even what to say, because as the apostle was preaching, sijui hata vile nasema kwa sababu wakati mtume alikuwa anahubiri, I have seen my life through his life. Nimeona maisha yangu kupitia maisha yake. I've gone also all over the world. Hata mimi nimeenda ulimwenguni kote. There's a time I was really suffering and struggling in the country of Haiti. Kuna wakati nilikuwa nateseka na kung'ana kule Haiti. And there alone I was asking God, what am I doing here? Nilikuwa nauliza Mungu kule, ninafanya nini hapa? And then God rescued me, took me back to the US. Mungu akanikomboa, akanipeleka Marekani. Then going to the US, I also had another voice, go back home. Nikasikia sauti nyingine pale inaniambia, rudi nyumbani. But now he did not tell me what I am coming to do. Kwa hivyo na hakuniambia anakuja kufanya nini. So when now I switched, I stopped following that system ya Roma. Wakati nilitoka kufuata hiyo mtindo wa Roma Katoliki, I found myself also in great problem. Pia nikajipata kwenye shida. Na vita mingi sana. Many battles. Yes, but I thank God because he has protected me. Lakini nashukuru Mungu amenilinda. It has not been easy. Many people have been sent also to me, even to poison me. Haijakuwa rahisi. Watu wengi wametumwa hata kunipatia sumu. And even to silence, because they knew any time I would get an opportunity to talk, many people will see the light. Na pia walitumwa ili waninyamazishe, kwa sababu walijua kila wakati nitakapopata nafasi niongee, watu wengi watajua siri. But I thank God he connected me to his servant. Nashukuru Mungu aliniunganisha na mtumishi wake. Yeah, tumekuwa in and out, but as he has said today, when the right time has not reached, mambo, you still need to go through the training. Tumekuwa nje na ndani, ni mambo mengi, na vile amesema kama wakati wako bado haijafika, inakupasa ungoje wakati ulio bora. So I thank God very much for the message today. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa ujumbe leo umeninenea mimi, that the struggles and the suffering we have been going through, ya kwamba shida zote na zile changamoto tunapitia, ilikuwa ni kama tu Mungu anakuficha ndio watu wasijue. It's like God was hiding you so that people may not know you. So thank you very much. God bless you. Mungu awabariki. And lastly, la mwisho, as we were those who were here last Sunday, wale walikuwa hapa Jumapili iliyopita, you had the testimony of how our friend Roy came here. Ulisikia ushuhuda vile rafiki yetu Rory alikuja Kenya. Yes, and then on Sunday we were supposed to go somewhere, but Apostle had prayed to God so that he can bring the right people for that big what do you call occasion. Jumapili walikuwa wameomba Mungu awaelekeze katika kanisa lingine, lakini kupitia maombi ya mtume aliomba ili Mungu alete watu bora, the right, wale watu sawa, ndio hiyo occasion ikuwe successful. Ndio ile kazi ilikuwa Jumapili iwe sawa. So that's why where we went in the morning, ndio maana mali tulienda asubuhi kule Jumapili iliyopita, the spirit
refused us, and we felt like this is not the right place. Roho wa Mungu alitukataza na ukasema pana, tuhisi kama. So we had to come here in this place. Ilitubidi tukuje mahali hapa. Not only to participate in that great occasion. Si kuja ili tuwe sehemu ya ile kazi ambayo ilikuwa inafanyika hapa. But also to witness God changing Kenya. Ili tuwe mashahidi wakati Mungu anabadilisha Kenya. Yes, and even the opportunity of this great man of God coming here. Hata fursa ya huyu mtumishi wa Mungu mtume kufika hapa. It is not just a coincidence. God had planned for him to come at this particular time and to be in Kenya from last Sunday as we were burying the late former prime minister. Yes, sio kosa ita amekuwa hapa, lakini Mungu alikuwa amepanga ili awe hapa wakati kunazika former Baba. So asante sana we thank God. Anyway, we are mourning, but we believe as Apostle has preached, everything happened for a reason. Ndio tunaombeleza, lakini mtume amehubiri kwamba kila kitu yanafanyika kwa sababu. So asante sana, Mungu awabariki. Continue keeping us in your prayers. Thank you very much. Put your hands together. Amen. Just to correct you, Father. Just to correct you. Ili nikuweke sawa sawa. We are not mourning. Sisi atuombolezi. Remember the time God asked Joshua. Unakumbuka wakati Mungu aliuliza Yoshua. He again asked Moses. Tena akauliza Musa. He again asked somebody else that I don't remember. Samuel. For how long? Mpaka lini? For how long? Mpaka lini? For how long? Ni mpaka lini? Just forget about it. Isahau. He is gone. Ameenda. It was the fall of the Babylon. Ilikuwa ni vile Babiloni walianguka. It was a kingdom. Ilikuwa ni ufalme that had to go. Ambaye ilibidi iende right time. Wakati huo. So it was not a coincidence. Kwa hivyo haikuwa ni kosa. It was pre-planned. Ilikuwa imepangwa. The old man. Hiyo jamaa hiyo will have to go. Huyu jamaa mzee angeenda. In a short while. Na kwa muda mfupi. We are going to have one of his brothers. Tunaenda kuona ndugu yake. One of his brothers in politics. Kwa ndugu yake katika siasa. Also escorting him. Pia because he needs company somewhere. Kwa sababu pia wherever he is, he needs company. Popote alipo anahitaji watu. And we were not going to cry. Na tungelia. We are going to have a bigger what? A bigger ceremony. Is it a ceremony? State. Can you say it louder? State. Burial. State. No, it is state burial, which will be a bit bigger than the one you witnessed. Ambaye itakuwa kubwa kuliko and well organized. Na imepangwa vizuri. Beyond the one that you saw. Zaidi ya hii ambayo mmeona. And also in our neighboring countries. Na katika taifa letu hapa jirani. We are going to experience a similar fate. Pia tutaona hayo. Because God is cleaning his house. Maana Mungu anasafisha nyumba yake. God is cleaning his house. Mungu anasafisha. And when he decides to clean the house, na akiamua kusafisha nyumba yake, it doesn't matter who is gonna go. Haijalishi ni nani ataenda. He is cleaning. Anasafisha. You saw for the first time. Unaona kwa mara ya kwanza. For 5,000 years. Kwa miaka 5,000. The King Charles. Mfalme Charles. Went and had a fellowship with the Pope. Alienda akashiriki na papa. Did you notice that? It was first in 5,000 years. Ilikuwa ni moja kwa miaka. Whenever a monarch. Wakati. From England. Kutoka England. No, 500 years. 500 ya miaka 500. Yeah, when a monarch visited. Ukiona mtu kutoka England anaenda pale. The Pope in Vatican. Anatembelea papa kule Vatican. Now that is what we call. Hiyo ndio tunaita the kingdom of Babylon. Falme wa Babylon. And the Roman kingdom. Na ile falme wa Roma. Coming together. Warumi wakuja pamoja. Because it is troublesome. Kwa sababu iko na shida. Come here, I show you something. Njoo nikuonyeshe kitu. On Sunday, simama. You were standing there. Unakuwa unasimama pale. And there was a lady standing here. Na kulikuwa na dada alikuwa anasimama hapo kando. This lady, huyu dada, was an Anglican. Alikuwa Mwangilikani. And you represented Catholic. Na wewe ulisimamia Katoliki. Anglican, the head of Anglican, Anglican juu ya is the king. Ni mfalme. And the head
of Catholic na kichwa anayeongoza Katoliki is the Pope. ni Papa. So through the altar, Hivyo kutoka kwa madhabahu we summoned them together tuliwaweka pamoja, and they went to Vatican na walienenda Vatican because it is the end kwa sababu ni mwisho of the Babylon kingdom. ya ufalme wa Babiloni. So that is how we work, Hivyo ndio tulifanya kazi. and that is how things are done. Hivi ndio vitu Things are not done like magician. vitu havifanyi kazi kama You do small things here, tunafanya vitu vidogo vidogo and hapa. they have an impact Na worldwide. zinakuwa na mambo makubwa mazito. We do small things, Tunafanya mambo madogo tu, and that's why we sanctioned na ndio maana tuliwa this guy from Ireland, huyu ndugu wetu kutoka Ireland, because the people from the Irish people, hao watu kutoka Ireland, they are the people that rule the world. hao watu ndio walikuwa wametawala They are the ulimwengu, one that rule the world, walitawala. because every president of America Kwa sababu kila rais kutoka Marekani has a root from Ireland. ametoka pale Ireland. Every president, Kila rais, even Trump right now, hata Trump, the Bible he is using Biblia ambayo anaitumia was the mother's Bible, ilikuwa ni Biblia ya mama who yake, had come ambayo mama yake alitoka from a Catholic church in Ireland. alitoka katika kanisa la Katoliki kule She Ireland. was an intercessor, Alikuwa muombezi. and that is Trump is very strong Ndio maana Trump ako na nguvu, because he coming from a background anatoka katika of an intercessor. kwa muombezi. Even you look all the presidents of America, Ukiangalia rais wote they Marekani have a root from Ireland. wametoka kule So Ireland. this is the foundation. Hii ni chanzo. And you remember mwanzo, when I went to msingi. the UK, Wakati niliingia kule UK, I went straight to the Stonehenge. nilienda pale. Stonehenge is the altar that rules the world. Stonehenge ndio jukwaa ambalo And madhabahu ambayo inatawala ulimwengu. the altar that rules the world. Madhabahu ambayo inatawala ulimwengu. It is a temple. Hii ni temple, ni There are hekalu. stones, big stones that Kuna are jiwe erected there. kubwa zimewekwa pale. They put around. Wamejenga That is where all witches of the world, pale ndio wachawi that is wote where they go meeting. pale wanaenda kukutana. God sent me there, Mungu alinituma pale. and I went and destroyed that Nilienda altar. nikaribu When I madhabahu hayo. destroyed that altar, Wakati I niliharibu, came back, we went to Mount Kenya, nilirudi nikaenda pale mlima and Kenya. we raised the altar in Na Mount Kenya. tukainua madhabahu kule mlima Kenya. And everything now started working. Na kila kitu sasa kimeanza Because kufanya kazi. every place we have 12 star gates. Maana kila mahali tuko na We have milango 12. we have 12 star gates. Tuko na malango 12 ya nyota. And one star gate is Mount Kenya. Na moja wapo ni mlima Kenya. And another star gate is in Lake Victoria. Nyingine ni Lake Victoria. You may wonder why Lake Victoria. Unashangaa ni kwa nini Lake Victoria? Lake Victoria is in the Bible Lake Victoria katika Biblia. because it speaks about the river Nile Inaongea kuhusu River Nile that takes its water up to Cairo. ambayo inapeleka maji And yake mpaka kule juu. that is in the Bible. Katika Biblia. Then it's beyond river the rivers is beyond Ethiopia, Rivers of Kush. the rivers of Cushi. Kutoka katika mto kutoka. Then Alafu the woman that came and discovered Lake Victoria, yule mwanamke ambaye alikuja na akagundua ziwa Victoria. the woman that discovered Lake Huyo Victoria, mwanamke ambaye alikuja akagundua she is Victoria, anaitwa Victoria. the Queen of England. Ni malkia wa England. When she came and discovered this is a gate, Alipokuja na aligundua kwamba ni lango, she captured the gate alichukua because it was the gate to the land of Canaan, to the land the Israel. kwa sababu ilikuwa ni lango la kuelekea Israel. Because those people that came to Africa, Kwa sababu watu walikuja waliingia Afrika. they were looking for Mount Kenya, Walikuwa wanaangalia mlima Kenya. but they used the Bible to look for Mount Kenya. Lakini walitumia Biblia. One day I will teach you how to locate Mount Kenya in the Bible. Siku moja nitafundisha jinsi ya And they kuangalia mlima Kenya located kupitia Mount Kenya Biblia. through River Nile. Na wakaangalia mlima Kenya kupitia, They followed River Nile wakaifuata mto to Lake Victoria. wakifuata mpaka That is Victoria. where they discovered Lake Victoria is a gate. Ndio wakatambua kwamba Victoria ni lango. And to change a gate, Na kubadilisha and lango. this is what I'm telling you about possessing your Ndio possession. maana nawaambia kumiliki umiliki When wako. they realized this a gate, Walipogundua ya kwamba ni lango, they gave it her name. walipatia jina. So that when something is given the name Kwa hivyo jambo kitu and the kikipewa original jina, name is removed, na jina lake la kawaida then you have linaondolewa, power to control it. kwa hivyo kuna nguvu kuitawala. You no longer control it again. Au itawali tena. The one that has given the new name Yule aliyepeana will be jina able to access it ataweza and kuingia access the pale powers that na are in. kupata nguvu ambazo ziko Then ndani. from there they came inside Na pale wakaingia into ndani the country katika taifa until they got to Mount mpaka Kenya. wakapata mlima Kenya. Mount Kenya Mlima Kenya is another star gate, ni lango lingine tena. and these are spiritual gates. Hii ni lango la kiroho. That's where again they came and discovered, Ndio maana walikuja and they wakagundua, gave it, and they discovered Walitambua. they discovered a mountain. walitambua mlima, They
Nobody had ever seen that mountain Hakuna mtu alikuwa ameiona until they came. mpaka walipofika. That is when a mountain formed. Ndio mpaka sasa And ndio they wakati gave it a name. na wakaimpa jina. Then from there, Kutoka pale there is another stargate. na kuna lango lingine That is the Stonehenge ambayo ni Stonehenge in UK. in UK. There is another gate that is in Paris. Kuna lango lingine kule Paris. And there is another gate that is in Kuna lango lingine iliko and there is another gate in Malta. Malta. And there is another gate that is in Brazil. Na kuna nyingine Brazil. There are 12 stargates Kuna 12 that rules the world. ambayo inatawala ulimwengu. And through the stargate, Na kupitia hizi stars, those people who understand hao watu ambao the wanaelewa power in the star, nguvu katika the nyota, power in the moon, nguvu katika the power in the sun, nguvu katika they jua, are able to rule. wanaweza kutawala. Just imagine Tafakari. UK, United Kingdom, Uingereza during the 18 wakati wa miaka 18 and 15 na 15 and 14, na 14, because that's the time they started ruling the world. sasa huu ni wakati walianza kutawala ulimwengu. Imagine their population then. Kumbuka Right now they have 156 million people. kwa sasa hivi wako na milioni 156. What could have been the population then? Wangekuwa watu wa kiasi gani? Maybe 500,000. Labda wangekuwa, but they were able to rule half of the world. Lakini walitawala nusu ya ulimwengu. Not because they had muscles. Si kwa sababu walikuwa na uweza. But they knew the power in the stargates. Lakini walijua nguvu ndani ya nyota. And they controlled the world through altars. Na wakatawala ulimwengu kupitia and this madhabahu. Is what is being broken down. Na hii ndio inapata kuvunjwa. When you say the Babylon kingdom, tukisema ufalme wa Kibabiloni going down, inaanguka chini, it is those altars that are going down. Hayo madhabahu yanaanguka. And they are going down with their agents. Na yanaanguka chini na wakala. And that is why you have Baba down. Na ndio maana tuna huyu mzee. You know the problem when God wants to change every situation for you. Mungu akitaka kubadilisha kila hali, everything in you will be confused. Kila kitu ndani yako itachanganyika. Because when they were burying Baba, walipokuwa na mzika Baba, when Baba became the king, alipokuwa mfalme, he was given by his father the fly whisk. Baba yake alimpatia hiyo fly whisk. So it was a symbol of authority. Ilikuwa ni ishara ya mamlaka. And he was put that hat. Na alipewa kofia. But now they transformed that hat that the daughter had. Sasa kofia ile the hat that the daughter took to the mother. Ile kofia binti yake alimpelekea mama yake. Receive back. Chukua ipokee. This is our glory. Hii ni utukufu wetu. This is our power. Ni nguvu zetu. Now knowing the daughter knowing this is the power, binti yake akijua ni nguvu, they went ahead. Walienda mbele. That is the wrong thing to have people like Kindiki burying you. Ndio maana kuwa na watu wabaya kama Kindiki kama wanakuzika. Because they will bury the authority. Kwa sababu watazika. They put the heart into the coffin. Walichukua kofia. They put the fly whisk in the coffin. Wakachukua hicho kitu wakaingiza and they buried the man. Wakazika jamaa. Then they come to tell the boy, we are giving you what? Wakatambia kijana tunakupatia. What are you giving the boy? Nini unapatia kijana? Nothing. That is why it fell down. Ndio maana ilianguka chini. And the whisk went down. Na hiyo kitu because it was buried with him. Kwa sababu his all authority went with him. Yote. I can never allow such a person. Siwezi nikaruhusu mtu kama huyo. In the name of Kindiki. Kwa jina Kindiki. Because they misstepped everything. Wanaona kosa kila kitu. That is when hapo God is preparing a blessing for you. Mungu anaandaa baraka. All your enemies. All your enemies. Maadui wako. They will be confused. Watachanganyikiwa. They will never understand you. Hawatakuelewa. They will never know what is happening. They will be totally confused. Watachanganyikiwa kabisa. Let's meet at 3, 4 p.m. for deliverance. Tukutane saa 10 kwa ibada ya ukombozi. And now may the grace and the fellowship be with us. Because I can see you are still not satisfied. Sasa naona bado hujatosheleka. Yeah. I feel it's a story. Nimalize hadithi. Yeah. No, let's dance for Jesus first. Kirosho. Raise up for Kirosho. Tusimame tuimbe Kirosho.
I will continue after this. Afro Cinema continues. Rise up. At 4, I will give you the story of Constantina so that we can rate it. You'll be delivered today. Ngoro ya kwarena kena, ngoro ya kwela tuma tuma, ngoro ya kwela wege kaiwa wege, itodo wango. Let's dance. Ngoro ya Ngoja. Hebu simameni. Kila mtu asimame. Apart mule mtu hawezi kusimama, wewe kaa chini. Wewe kaa chini. Wewe hawezi, wewe kaa chini. Wengine wote mashosho. Mashosho keli. Simameni nyote. Hebu fanya hivi. Fanya hivi. Tafuta space. Mikono yote mbili. Stretch. Mwambie, hebu mwambie. Ngoro ya kwandira kena. Ngoro ya kwela tuma tuma. What's wrong with you? Relax. Ngoro ya kwandira kena. No, open up your mouth. Ngoro ya kwandira. Fungua macho yote. Haya, tuimbe, tukae kama yule. Hebu fanya hivi. Ngoro ya kwani yake, Ngoro ya kwela tuma tuma, ngoro ya kwela wege, itodo wango nasia. ngoro ya kwangu, Ngoro ya kwandira kena, ngoro ya kwela tuma tuma, ngoro ya kwela wege, itodo wango nasia. ngoro ya kwangu, Kwandira kena, ngoro ya kwela tuma tuma, ngoro ya kwela wege, itodo wango nasia. Hebu simama hivyo tu, usikae chini. Okela shosho. Yedi nagoita okay. Simama. Candidates, no mkono juu. Ni form 4 ama ni form 5 ama ni form 6? Grade 9. Sasa unajua tumechanganyikiwa. Kama wewe ni candidate, kama unafanya mtihani yote kuja hapa. Hizo zingine kaini nacho. Kama wewe ni mama uko na mtoto anafanya mtihani, kibia hapa. Kibia haraka, kibia sana. Kibia. Yes, kumbe ni mulikuwa wengi na hamuniabii. Simuona sasa mkienda nyumbani na hamuniabii akai. Onea yote. See all these people. Wow. Yani kumbe mnakuwa wengi. So you are so many like this. And you are on a show. Even you, my Totato. Wewe na kachocho. You have a grandchild. Oh, lete chocho onawe. Ota wewe.
Even you. Hata wacheni sasa, what are you shouting ya nini? Ashes. You mnapiga duru, wengine wakipiga duru. Akalie tu hapa. Ni Holy Spirit. Sasa mnapigia duru Holy Spirit. It's the Holy Spirit. That's the power of the Holy Spirit. Yeah? Hapana, ni Holy Spirit. Hakuna mtu amekusukuma. Nimeona malaika alikuja hapo. Umeweza kubarikiwa leo. Wachana na hawa. Hawa wanataka kukudanganya ni mtu, si mtu. Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mnaamini grade gani? Which grade are you believing God for? No. Performance grade. Ni ma A? A's only. How many believes in A? Wangapi wanaamini watoto watapata alama ya A peke yake? May God give it to you. Mungu awapatie. Your faith. Uko na imani. Your faith imani has given it imani to yenu you. imewapatia. In Jesus name. Katika jina la Yesu. And then mukae chini. Amen. Ngai wakwa ngai wakwa ngai wakwa wewe magegania. 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 Weke hoti wewe magegania. Weke hoti wewe magegania. Wambararia wewe magegania. Wambararia wewe magegania. Ngai wakwa ngai wakwa ngai wakwa wewe magegania. Ngai wakwa ngai wakwa wewe magegania. Weka mikono pamoja kwa Yesu. Oklo Jehovah oklo. Oklo Jehovah oklo. Oklo tinende. Oklo Jehovah oklo. Oklo hivyo oklo tinende. Oklo Jehovah oklo. Oklo Jehovah oklo. Oklo tinende. Oklo Jehovah oklo. Oklo tinende. Oklo tinende. Cheza kama mjaluo kidogo. Oklo tinende. So, look people go. Oklo tinende. Oklo tinende. Oklo Jehovah. Oklo tinende. Ngai wakwa ne munene, ngai wakwa ne munene, ngai wakwa ne munene, ngai wakwa we ngai. Ngai wakwa ne munene, ngai wakwa ne munene, ngai wakwa ne munene, ngai wakwa we ngai. We ngai wakwa we munene, ngai wakwa we munene, ngai wakwa we munene, ngai wakwa we ngai. Ngai wakwa ne munene, ngai wakwa ne munene, ngai wakwa ne munene, ngai wakwa we ngai. Ngai wakwa ne munene, ngai wakwa ne munene, ngai wakwa ne munene, ngai wakwa we ngai. Ngai wakwa ne munene, ngai wakwa ne munene, ngai wakwa ne munene, ngai wakwa we ngai. Hallelujah. Ngai wakwa ne munene, ngai wakwa ne munene, ngai wakwa ne munene, ngai wakwa we ngai. Ngai wakwa ne munene, ngai wakwa ne munene, ngai wakwa ne munene, ngai wakwa we ngai. Hallelujah.
Kidito kini chaku Yesu Deus. Yesu Deus. Yesu Deus. Yesu Deus. Vigala gala vigala gala. Piga makofi kwa Yesu. Emoyo Yesu emoyo. Emoyo Yesu emoyo. Emoyo Yesu emoyo. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering